Mwambie leo, ukiona dancing style yangu ni mpya, usiniroge, we copy tu. Ukiona ongelesha mtu, wanavyombo ngoja. Geukia mwenzako, mwambie ukiona dancing style yangu ni mpya, ni copy, usiniroge. Hallelujah. Amen. Wanavyombo ngoja. Alafu vyombo isikue juu kushinda microphones. Amen. Because kule nyuma kuna watu huwa hawasikii. Sema amen. Hallelujah. Tuko na wanavyombo wazuri sana. Lakini kichwa ikiruka wanaongeza volume. Hallelujah. Sasa leo Mungu atusaidie. Amen. Nataka tuimbe tu wimbo moja. Kwa ibada roho ya Moshene imetoka. Amen. Hallelujah. Nataka tuimbe hii wimbo. Leo ni siku ya furaha. Sema amen. Na nataka ucheze kulingana na venye unaweza. Usiangalie jirani yako. Let me tell you, kanisa sio kila mtu ameokoka. Kuna ule mtu amekufuata kuanzia kwa nyumba. Anataka kujua unapatanga wapi baraka. Sasa wewe ukifika kwa nyumba ya Bwana, sahau kila kitu. Amen. Wewe cheza kivyako. Bwana asifiwe sana. Dance kivyako. Maana kuna kitu Mungu anakwenda kufanya. Bwana asifiwe sana. Nikisema siku ya furaha ni leo, nyinyi mnajibu ni? Waimbaji. Siku ya furaha ni leo. Ni leo. Siku ya furaha ni leo. Ni leo. Wajua wanawafuata. Siku ya furaha ni leo. Ni leo. Acha tuende na hawa tuone backup gani iko sawa. Siku ya furaha ni leo. Hey. Tubadilishe. Siku ya furaha ni leo. Ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Ni sasa. Alafu ikifika kupali kwa dada yangu furahi, usikasirike tafadhali. Na hata mimi nafurahi. Inua mikono sema utukufu. Inua mikono sema utukufu. Kwa Bwana unashuka. Sasa ikifika kwa utukufu wa Bwana unashuka. Kwa utukufu wa Bwana unashuka. Hiyo tunaanza na 7. Amen. Siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi nafurahi. Hapo iko sawa. Hapo iko sawa. Si ujipigie makofi. Na ufunguke. Bwana asiwe sana. Funguka na ukatikie Bwana. Ikifika ndugu yangu furahi, hata mimi nafurahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Haleluya. Geukia mwenzako mwambie, dada yangu furahi. Hata mimi nafurahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Haya, geukia mwingine. Ndugu yangu furahi. Hata mimi nafurahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Ningetaka kuona hizo mikono ziko juu zote. Bwana asiwe sana. Na usiogope mtu. Bwana asiwe sana. Usiogope mtu. Tuko katika nyumba ya komanda. Sema amen. Hallelujah. Are you ready? Haya, inua tu mikono tu na unatingiza tu pole pole. Hapo Jonathan. Wecheza tu. Siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi nafurahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha
sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi nafurahi, utukufu wa Bwana. Siku ya furaha ni leo, wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi nafurahi, utukufu wa Bwana unashuka. Siku ya furaha ni leo, wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi nafurahi, siku ya furaha ni leo, wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi nafurahi, utukufu wa Bwana unashuka. Oh, siku ya furaha ni leo, wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi nafurahi, utukufu wa Bwana unashuka. Amen. Pastor Karanja, itabidi uweke smile. Hakuna vile utatuongoza na umekuja sura ya kazi. Haleluya. Haleluya. Ukiona mwenzako ameweka sura ya kazi, mchune kwa niaba yangu. Amen. At least tukue na furaha na udance venye unaweza. Mikono juu. Mikono juu. Mikono juu. Na uhakikisha unamwambia ndugu yangu furahi, hata mimi nafurahi, utukufu wa Bwana unashuka. Mikono juu, mikono juu. Haya, twende. Hiyo mikono iko tu juu. Siku ya furaha ni leo, wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi nafurahi, utukufu wa Bwana umeshuka. Hapo sasa, oh, siku ya furaha ni leo, wakati wa furaha ni sasa. Dada yangu furahi, hata mimi nafurahi. Oh, siku ya furaha ni leo, wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi nafurahi. Oh, siku ya furaha ni leo, wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi nafurahi, utukufu wa Bwana unashuka. Oh, siku ya furaha ni leo, wakati wa furaha ni sasa. Dada yangu furahi, hata mimi nafurahi. Oh, siku ya furaha ni leo, wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi nafurahi, utukufu wa Bwana. Haya, twende kazi basi. Katika tu. Waimbaji. Wewe katika twende tu, twende. Kula muziki venye unataka tu. Waimbaji, twende. Siku ya furaha ni leo, wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi nafurahi. Hey! Siku ya furaha ni leo, wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi nafurahi. Angalia wadada, siku ya furaha ni leo, wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi nafurahi.
Geukia mwenzako, siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Dada yangu furahi, hata mimi na furahi. Geukia mwingine, siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi na furahi. Geukia watatu, siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi. Geukia wa mwisho, sema siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi na furahi. Mara ya mwisho, siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi na furahi. Geukia mwenzako, mwambie zambe wa moyo. Mpe high five, mpe high five, mwambie zambe wa moyo. Hallelujah. Hallelujah. Tunaenda kurudia siku ya furaha ni leo. Alafu tutaingia kwa zambe wa moyo. Hallelujah. Mikono juu. Ambia mwenzako, leo lazima tu nitoke na baraka. Sema tu leo lazima. Ongelesha mtu, sema leo lazima nitoke na baraka zangu. Mikono juu. Mikono juu. Mikono juu. Taipiga mara 3. Hallelujah. Mikono juu. Hata kama uko kwa nyumba na unatuwatch online, mikono juu ukiwa na masufuria tu uko. Mikono juu, mikono juu, mikono. Tutaenda tukisifu Bwana. Hallelujah. Tingika tu na mikono yako juu. Waibaji tingika. Hata wachungaji, siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi na furahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi. Tafuta mwenzako, siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi na furahi. Utukufu wa Bwana umeshuka. Twende, siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi na furahi. Oh, siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi na furahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Tafuta mwenzako, mwambie zambe wa moyo. Piga mwenzako high five, mwambie zambe wa moyo. Twende, zambe wa moyo. Zambe wa moyo. Yana high five. Zambe wa moyo. Pole pole tu. Zambe wa moyo. Unampatia na maringo. Zambe wa moyo. Zambe wa moyo. Pole pole tu. Usiwe na haraka. Zambe wa moyo. Ukiona anakuudhi, geukia mwingine. Zambe wa moyo. Hapo Jonathan, hapo. Zambe wa moyo. Zambe wa moyo. Timalelu, timatulumelu, sebana belfe. Timalelu, timatulumelu, sebana sande. Timalelu, timatulumelu, sebana sande.
Mikono juu. Angalia huku. Angalia huku. Ana vyombo, piga hiyo kitu. Angalia huku. Kuna watu wataendesha gari. Kuna watu watanunua manyumba. Kuna watu wataenda ng'ambo. Kuna watu watajenga makanisa kubwa. Haya, angalia huku. Tunasonga mbele. Twende. Hata kona, angalia huku. Gaiwa kwayo. Haya, twende. Gaiwa kwayo. Twende wachaluo wote kutoka Kisumu. Hai. Ingi malomba. Ingi malomba. Twende tu. Hata kama wewe ni Mkikuyu ni bure, haulipishwi. Twende. Waimbaji hapo sawa, shiko. Twende.
wapi? Ninakwatie ngai wakwa, ninakwatie tata. Ninakwatie ngai wakwa, ninakwatie tata. Oh, ninakwatie ngai wakwa, ninakwatie tata. Oh, ninakwatie ngai wakwa, ninakwatie tata. Ninakwatie ngai wakwa, ninakwatie tata. Oh, ninakwatie ngai wakwa, ninakwatie tata. Oh, ninakwatie ngai wakwa, ninakwatie tata. Hapo tu, twende tu. Upende usipende Bwana Yesu we. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Upende usipende Bwana Yesu we. Upende usipende Bwana Yesu we. Bwana Yesu we. Bwana Yesu we. I say so we must praise him.
must praise him. Wapi shangwe na vigelegele. Hallelujah. Let us appreciate the praise and worship in the mighty name of Jesus. He's a good God. Hallelujah. It is better than that, right? Are you happy today in the house of God? How many of us are happy in the house? Kama una furaha kweli, geukia jirani yako, mpatie high five. And you hug the huggables. You hug the huggables. If you are standing right beside someone that you can hug, give them a nice hug and a nice smile. Yes. Wanaume wapi wanaume ndani ya nyumba? Hallelujah. Sit like a millionaire. If you are blessed now, sit down like a blessed person. Hallelujah. Kama umebarikiwa, unakaa kama mtu ambaye amebarikiwa. Alafu namwambia mwenzako kuna raha ndani ya Yesu. Unajua kitambo nilikuwa najiuliza, kwani mbona tunachezanga tu katika hizo enzi ulikuwa ndaka kwenye club, ulikuwa una dance vizuri alafu wakina dada mkiwa pale jikoni unatoa sauti zile, nimemuona Bwana, then una dance peke yako. Then when we come in the house of the Lord tunakaa ni kama tumenyeshewa wangona there are some demons huwa zinatoroka when you are dancing. Kuna mapepo huwa yanatoroka wakati una katika. No, you didn't get that. Bwana Yesu asifiwe. But it's a wonderful moment. I want to appreciate all of us for coming here. Once again, people online, thank you very much for being with us. Continue watching us. We are here till evening. And there are more and abundant blessings. Blessing in abundant. So without much ado, I want to welcome our elder. Where there is an elder, is one thing to have an elder, and it is another thing to appreciate him. Karibu sana our elder. Let us appreciate him until he come. No, bado. Unajua, when you have some people in the house, there is something we say, protocol. Hallelujah. Protocol. Na uwezo ukamkaribisha hivi, anaweza nipata back office na niambie, ndugu yangu, mbona unataka kunirushia mawe? Unajua tunajulikana huko, lakini mimi siko pande hiyo. Hallelujah. Aya, put your hands namna hii. Just fanya namna hii. Like this. Aya, mikono yote mbili tu. Mikono yote mbili. Aha. Aya, 1, 2, 3. Amen. We give all the glory to Jesus. Amen. Tupige Bwana yetu Yesu makofi. Amen. Mungu awabariki sana katika jina la Yesu Kristo. Nimeheshimika sana kusimama mbele yenu. Majina yangu ni Samuel Kimani, na zaidi ya hayo nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ningetaka ujue ya kwamba you are beautifully and wonderfully made. Geukia mwenzako mwambie, you are beautifully and wonderfully made. Ili ni kusema ya kwamba unapendeza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Ni kwa sababu wewe Mungu alikuumba na sura yake. Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwenzako, wewe ni sura ya Mungu. Amen. That is why we are beautifully and wonderfully made, because we are made in the image and likeness of God. Bwana Yesu asifiwe. And I would like you to know that you are born to win. Say, I am born to win. Amen. So you are a winner man and you are a winner woman in the name of Jesus. And you should always remember that God loves you. Say, God loves me. Tell your neighbor, God loves you. Amen. So we'd like to let you know that we, the administration of CFC, Crusaders for Christ, we value you so much and we love you so much. Bwana Yesu asifiwe. We love you so much and we value you so much. Amen. Announcement number 2. We have a new church schedule. Hallelujah. We have a new church schedule,
And the Sunday services, we'll be having our first Sunday service. That is, we'll be having our first service in the morning at 8 a.m. to 10 a.m. Pigia Bwana Yesu makofi. So our first service will be at 8 a.m. to 9 a.m. But we all know that we are supposed to be here by 6 a.m. for intercessory. Hallelujah. So ufanye kila juhudi uwe unafika saa 12 asubuhi, especially the intercessors, the church leaders. We are supposed to be here latest of the latest by 7:30. Bwana Yesu asifiwe. Our second service starts at 10 a.m. to around 1:30, 2 p.m. Bwana Yesu asifiwe. So our second service starts from 10 a.m. to 1:30 a.m. to around 2. Amen. So our evening service, which is the deliverance teachings, or which will entail deliverance teachings, will be starting at 4 p.m., roughly around 4 p.m. to 5:30 p.m. Bwana Yesu asifiwe. So that will help build you up on your knowledge about deliverance, because you know that deliverance is a process. Tell your friend, deliverance is a process. Announcement number 3, we have a new Kesha schedule. Bwana Yesu asifiwe. So mikesha yetu imebadilika. Tutakuwa na mkesha wa kesha za Friday. Our Friday keshas will be held on the every second and every last Friday of the month. Hallelujah. For example, we had our first kesha on Friday. That is the first Friday of the month. Tunaluka moja, alafu tunaenda next Friday. Not this coming Friday, but the other Friday. So every first and second Friday of the month, that is when we'll be having our keshas. Friday hii ilikuwa, turuke Friday hii, tuende hiyo Friday nyingine. Amen. Najua kuna wale watafinyika, lakini the every second and every last Friday of the month. Then our workers, church workers and church leaders kesha will be held on every first Wednesday. Every first and third Wednesday of the week. Of the month, sorry. Every first and every third Wednesday of the month. For example, this coming Wednesday tutakuwa na mkesha wa wafanyikazi wote na viongozi wote. Wednesday inakuja. Alafu turuke hiyo ingine, kwa sababu tunakuwa na mkesha wa Friday, alafu tuende Wednesday hiyo ingine. Bwana Yesu asifiwe. I think it is getting clear. Is it getting clear? Then our weekday services. Our weekday services will be having our morning devotions from Monday to Friday from 6 a.m. to 7:45 a.m. So for those who are working in Nairobi, you are welcome. You are welcome to participate in the 6 a.m. to 7:45 a.m. morning devotions. Then we will be having our lunch hour services from every day from 12 p.m. to 1:45 p.m. Amen. And we'll be observing time so that we may have also time to rush back to work. We will also be having our evening services from 6 p.m. to 7:30 p.m. So for those who are working in Nairobi, you can take some time to come for evening devotion from 6 p.m. to 7:30 p.m. so that we may keep the fire burning on the altar. Bwana Yesu asifiwe. Because it is God who says the fire should never be put out. Amen. Then we'll be having a major Wednesday deliverance service. You know that we always have our major deliverance service on Wednesday from around 10 a.m. So it is good that you'll be seated from around 10 a.m. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
our third announcement, the new believers and discipleship, the discipleship class. New believers and discipleship class will be having it every Tuesday. Every Tuesday, for example, coming Tuesday from 5 p.m. to 6 p.m. So the new believers, wale wameokoka tukiwa pale City Stadium na hata hapa mumekaribishwa siku ya Jumanne kuanzia saa 11 jioni mpaka saa 12 jioni. Halafu tuna jambo jipya sana. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi. We are growing. We have a new thing that is going on, or that is starting. Amen. We have a Bible school. Pigia Bwana Yesu makofi. We will be having a Bible school, and it is starting. We will be having a Bible school starting this Wednesday. Monday, Tuesday, Wednesday. This Wednesday, it will be starting at 9 a.m. So it will be starting coming Wednesday. And those who would like to participate, wale wangetaka kwenda Bible school, na mtapewa shahada, cheti. Come on Wednesday from 9 a.m. Bwana Yesu asifiwe. And you'll be briefed more about it, because the instructors will be here, the lecturers will be here, and they will talk to you more about the Bible school. Coming Wednesday, you be seated here by 9 a.m. in the morning. Amen. Then on Thursday, hey, pigia Bwana Yesu makofi. Pigiani Bwana Yesu makofi. We have new things coming. We really have new good things happening in this altar. On Thursday, tumeanza program ile inaitwa our Kikuyu program called the Gira Wadora. Bwana Yesu asifiwe. The Gira Wadora program, which is featured in Inoro TV and Kate Jijo TV and Zingira TV, the Gira Wadora TV. To also be featured in Bethel Clouds TV. So every Thursday from 10 a.m. Bwana Yesu asifiwe. And this is strictly 10 a.m. 10 a.m. tuwe tumeketi, si kuingia. 10 a.m. tuwe already tumekaa. And those who are here last week, ilikuwa namna gani? It was more fire. It was fantastic. It was the first one, and it was so juicy. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi. So we are welcoming you. In fact, we had a quorum of about 20 to 30 people. Walikuwa wengi. About 50 people. Tulikuwa tumekaa pale, tulikuwa tumejaa mpaka, in fact not, there even more than 50. Tulikuwa watu wengi sana, and it was so eye opening. It was so inspirational. So mmekaribishwa Thursday by 10 a.m. mmeketi for our program, the Gira Wadora. It's a Kikuyu program, but we even had the Luos here, and they understood what we were saying. So another announcement, which is a very kind reminder. They are all our brothers and sisters who have promised, they have signed in the commitment forms to be pillars of this church. To be a pillar of this church, you commit yourself by signing the pillars form, a commitment form that you will be supporting the ministry on a regular basis, on a monthly basis, kwa kutoa pesa zako kusupport kulipa hii hall. Those who would like to be pillars of this ministry, you are welcome to go to the front desk at the entrance, get yourself a form, and fill that you will be, and fill a commitment form that you would be contributing some amount to help towards to the payment of the rent of this hall.
Bwana Yesu asifiwe. So, and we kindly remind you to continue with your commitment. Wewe ndio unajua kile uliandika hapo za kwamba utakuwa ukitoa kila mwezi. Kwa hivyo you are welcome to continue on contributing towards God's work. So you are welcome to go to the front desk over there and see our sister Magdalene, and she'll be able to guide you more about it. Raise your hand, Sister Magdalene. So she's at the back over there. You are welcome to go and see her. Then we also have another announcement. We would like to remind every one of us that we have a membership card that you are supposed to fill, which will help us to know that you are actually a member of this church, and which will help you. It has fridge benefits. So after church, you go, there will be a desk around that corner over there. You are welcome to go over there, meet our elder John. He's the chairman of the church. You know mikono yako? Yes, he's there. So you'll be meeting him at that corner over there with our brother Alex Kiplop. He might be around. Yes. So you'll meet them at that end, far end over there. You get yourself a church card. And then also we have tithe envelopes, tithe cards and envelopes. Ukisha jaziwa kadi yako ya membership, utapewa tithe card. Ujaza majina yako vizuri na ukubika kuandika namba yako ya membership mahali pale. Alafu hiyo card urudishie John. Si ya kwenda nayo jubandi. Utakuwa ukiweka pesa zako hapo. Wale wanahesabu pesa watakuwa wakitoa, wakiona ni nini wanaandika hapo kile umetoa, na Mungu atakubariki. Pigia Bwana Yesu makofi. And it is working. It is working. It is working. Pigia Bwana Yesu makofi. Ukitoa tithe yako, it is working. Mimi nitoa yangu ya 600 Friday. Unajua niko na nini by this morning? It is working. Leo natoa giri moja. Bwana Yesu asifiwe. Friday, just imagine, nilitoa Friday night jana tu. Leo natoa giri moja. It is working. Pigia Bwana Yesu makofi. So we would like also to remind you and everyone, even those who are in the diaspora and all over Kenya, that we have a circle. We are creating a bank. It is a circle. We are starting the circle. Good things are happening in this ministry. Bwana Yesu asifiwe. So we have created the Besma Peniel Credit and Savings Cooperative Society. Bwana Yesu asifiwe. I am the chairman. I have been appointed the chairman. Hallelujah. Good things are happening. Amen. And you are welcome to be a member. So we are creating membership forms. They should be ready by tomorrow. I suppose by tomorrow. They are supposed to be ready by today. But if you need to register as a member, you just forward 1,000 shillings to our sister Catherine's number. Yes, Bwana Yesu asifiwe. Amen. So our sister Catherine, just tell us that number and then. Praise God. My number is 0717 37 1709. Nirudie kwa wale wanaandika 0717 37 17 and 09. Catherine Jogona. And if you need that number, just in case you have not got it, see her after church. Amen. And we made an announcement on our occasion. Hapa kulikuwa na mama alikuwa ameketi hapa. Mama mzee alisema nataka hiyo namba saa hii, na akaweka pesa zake. Alisema mimi ni mwanabiashara,
ninajua umuhimu wa sako. And we have our treasurer is the 2NK sako treasurer. She's our treasurer here. Na unajua vile ametuambia, you know what she has told us? As for them, they joined 2NK with 50,000 non-refundable money. 50,000 shillings. That day when she joined, walitoa 50,000. Today wanatoa 240,000 non-refundable. If you want to be a 2NK sako member, unatoa leo 240,000. Akatuambia, take advantage of the situation now. Sasa mnaitishwa giri moja. Sooner or later it will be many thousands. So take advantage of it right now, and then we'll be having our members meeting, and then tutawajulisha zaidi juu ya our Besma Savings and Credit Cooperative Society. Hiyo ni ya kutusaidia, kutuinua, kufanya biashara na kufanya mambo mengine. Ninaambiwa ya kwamba vijana wote, kama wewe ni kijana, that is you are between the ages of 15 to 35, umekaribishwa kubaki katika huu mkutano. Mtakutana pale kwa ile reel, kwa ile pipe hapo chini, hapo pale mtakutana na viongozi wenu pale, na mtabarikiwa katika jina la Yesu Kristo. The other announcement, the Molo Crusade. The Molo Crusade. We are having our crusade at Molo from the 25th of August to 27th of August. And we are requested to prayerfully participate. You pray for our Molo Crusade, which will be held on the 25th to 27th of this month. Mungu anaenda kutenda mambo makubwa sana pale Molo, kwa sababu najua ya kwamba Molo imekuwa chemichemi ya mambo masio mazuri sana. Kwa hivyo hiyo chemichemi inaenda kubadilishwa iwe chemichemi ya mambo mazuri. Amen. Then all women in this church, you'll be meeting here. Actually, you'll be meeting here. All the women in this church, mumeulizwa mkutane hapa muda mfupi sana church ikiisha. Kwa hivyo mkuje mketi hapa. Amen. And your leaders will see you. They have something special that they would like to tell you. Amen. Then the other announcement, all those who are interested to serve in various church departments, you are asked to meet, or you are asked to visit the pastor's desk after the service. The pastor's desk Nile, behind our sister who is wearing purple. That is the pastor's desk. Hapo mtakuta mtu ambaye atawakaribisha pale na kuwajulisha zaidi. Yeye yule ambaye angetaka kufanya kazi katika hili kanisa, umekaribishwa pale. Utaambiwa 1, 2, 3 things. So we are welcome to participate. Hebu niwaambie, hii ni nafasi, is a golden, in fact golden platinum opportunity that we have been given to serve God in this church. So if you have an area that for which you'd like to serve God, wende pale utakutana na mchungaji wa Pastor John Karanja, na atakwambia zaidi juu ya hicho ambacho ungetaka kumfanyia Mungu katika hii huduma. Then with immediate effect is another announcement. With immediate effect, meaning starting from today, those who want to see our apostle Hezekiah Dora Waruinge on a one-on-one basis, you are welcome to see him every single day, every day from 5 a.m. in the morning to 11 a.m. strictly and only. Amen. Wale wangetaka kumuona mtumishi wetu Apostle Hezekiah Dora Waruinge uso kwa uso, uko na hiyo nafasi nzuri sana
kila siku, Monday to Friday or to Saturday. In fact, tumeambiwa hapa every day. Every day is Monday to Sunday. Every day from 9 a.m. to 11 a.m. Kwa hivyo asubuhi na mapema mpaka 11 a.m. Amen. Huyo ndio wakati umepewa. Si baada ya ibada tunasonga pale, ulimwona jana, unataka kumwona leo, unataka kumwona kesho, unapiga tu laini pale. Hapana. Haitakubaliwa. Bwana Yesu asifiwe. So it's only every day 5 a.m. to 11 a.m. ukiwa unataka kumwona uso kwa uso. Na si after church. Kwa hivyo after service kusionekane watu pale. Tumekubaliana. After service utakuwa na wakati mzuri sana wa kuombewa hapa, lakini ibada ikiisha msiende kukaa pale. Tafadhali, Mungu atawabariki katika jina la Yesu. The other announcement is about our brother Alfred. Our brother Alfred, where are you? Yes, our pastor here. You can just come. So, because he has lost a loved one, you are requested to, after church, see our church treasurer, one of our church treasurer. Simama. Yes, or accountant or treasurer. She's in that field. She'll let us know afterwards. So she'll be here. If you'd like to help out our brother Alfred kwa kumsaidia na hiyo pesa ya kushughulikia hayo mambo yote juu ya matanga na mazishi, if you'd like to support him, you are welcome to see our sister and umpatie kile ambacho ungetaka kusupport our pastor with, na Mungu atakubariki katika jina la Yesu. Amen. So immediately after the service ends, our sister Anne will be somewhere here at the front. Ukuja umuone na Mungu atakubariki katika jina la Yesu. Amen. And finally, the last announcement. Mungu amenibadilishia jina. Sasa watu wananiita Kimani Mafuku. Amen. There is a time they were calling me Kimani Magego. So you can think what I was saying that time. So, but this time they are telling. So, but now they are calling me Kimani Mafuku. Because a recent study has showed that I have the best revision and prediction books for CBC, Class 8, Form 1, Form 2, Form 3, Form 4. So if you'd like your son or daughter to do excellently in school, see me. Amen. Hallelujah. My number is 0725 26 86 60. 0725 26 86 60. You'll be able to access my company, Paul Comfort Logistics, through that number, 0725 26 86 60, and you'll get yourself the best revision and prediction books in Kenya. Amen. Pigeni Bwana Yesu makofi. Makofi in the mighty name of Jesus. And now we have the honor and privilege to welcome our spiritual father and the servant of God, Apostle Ezekiah Dora Waruinge. Simama kila mmoja wetu, kwa sababu mwalimu anasimamiwa hata shuleni. Tumpigia makofi mchungaji wetu. Makofi mazuri in the name of Jesus. Thank you. So jipigia makofi hata wewe. Basi kama hiyo ndio yako na hiyo ingine ilikuwa yangu, sipigie Yesu makofi tusikie. Thank you. God bless you. This is a very wonderful morning. Sijasema mkae chini. Hiyo ndio ilikuwa inafanya mnaanguka kwa kirasi. Haya, angalia upande wako wa kushoto.
upande wako wa kushoto angalia. Your left side. Angalia, si kusema msalimiane. Angalia upande ya kushoto. Look at your left. I'm saying kila mtu angalie upande ya kushoto. Kwako kushoto ni huko. Sasa salimia huyo mtu naona hapo, msalimie huyo mtu wako kwa kushoto yako. Msalimie tu, mwambie salimia huyo mtu wako kwenye mkono wako wa kushoto. Yes, yes, yes. Haya, angalia upande yako wa kulia. Your right hand. Msalimie huyo mwingine. Mwambie karibu kwenye ibada. Yes, yes. Haya, ukimaliza hiyo angalia nyuma yako. Salimia huyo ako nyuma yako. Asante, jipigieni makofi. Thank you very much. Thank you. You may be seated. I love the way you are. You are very smart. Simujipigie tu makofi kwa sababu I can see you are very, very, very smart. God bless you for being smart. As hata hawa wamama na wadugu wasichana ni wamama, wadugu na wasichana na wavulana, si ndio? Si wako smart? Simuwapigie makofi. I can see now you're waking up. Kuna mtu alikuwa ako Amerika. Nimejaribu kutafuta jina yake nimemkosa kabisa. Ndio alinunulia hawa watu hii tuguo. Senior. There are people who are serving us, serving the Lord. Wako mbali. They are doing it. In fact, alinitumia kitambo wakati about 2 months ago. But me, I don't rush. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unafikiria utanipatia kitu ndio nifanye kitu nikibie niende na speed yako, I don't do that. I wait until that perfect time of God. It is very important to do when it is time. When it is that time that God wants you to do. Hata ukinipatia milioni yako moja, ati tusaidie mtu, sitafanya hivyo mpaka wakati nitasikia Mungu ameniambia fanya hivyo. Me, I'm not a philanthropist. Ati ndio munione kwa video, munione hiki nikijenga nyumba, nikinunua shamba, nikifanya hivi. Hapana. I wait until that time. God spoke to you to give me your money. For example, I'm giving an example. God spoke you to give him the money, ninunulie hawa nguo. Lakini nikauliza Mungu, is it time? Mungu akaniambia wait. I'll give you the next instruction. Alimwambia Abraham, rise up now. Take your son, the only son you have. Umupeleke kwa mlima Moriah, in one of the mountains in Mount Moriah, where you are going to sacrifice him and offer him as a burnt sacrifice. So every move that we do, life, we say it is spiritual. Every move that you do within the spiritual pattern of God. Do with it within the timings of God. Don't do it because you want to please anybody. Don't please. I will never please you. As long as I am within my God timing, God's planning, I will do it, not to make you happy. Mr. Pastor Karanja, I will not make you happy. Kemani, I will never. If you expect me as elders, kuna siku nitawafurahisha. Never, not me. I will only be within the timings of, thank you, the timings of God. Hata nyinyi sitawai. Kama mnataka yule pastor anakufalia madhani ya gosho, not me. Not me. I think niliudiwa dunia ingine ambayo sio yenu. I would just want to please my God because I have every reason to please this God. Si mnajua I have every reason. I have every reason to make my God happy. He has brought me from far. Najua nyinyi mmetolewa hapa River Road mkakuja hapa. Mimi nimetolewa kuzimu nikaletwa duniani. Ni wangapi wameenda kuzimu? Inua mkono wako kama umeenda kuzimu. Mimi nilikuwa kuzimu, Mungu akanitoa kuzimu. Na kuna wengi tulikuwa na wao walikufia huko kuzimu. So igeuka neli yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nitakufurahisha kwa nini? Kama wewe mwenyewe haukunitoa kuzimu, ulikuwa unaniombea nikufe. Si mlikuwa mnaniombea nikufe?
Yeye Mungu akanihurumia, akakusikiliza tu na akajua anakupenda, lakini akafanya nini? Akakataa kukusikia. Akasema huyu mtu nitatoa kuzimu akuje kuhubiria. Si mimi sasa ndiye nakuhubiria? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tumpigie Mungu makofi kwa sababu yeye ni mzuri. Kwa hivyo let us never in this church do anything to please anybody. Let's have a different church, a different fashion of doing things. God only. Not even here me. Hapa usiwahi osha nyumba ukiniangalia na kajicho kamoja. Uone kama unaona sioni, unaenda karibu pale niko nazo unaanza kufanya hivi. Unaona sioni vizuri, unakuja unaanza kufanya hivi. Don't do that. You're wasting your time. Christianity is a relationship with God, not with man. I'm just but a vessel used to come and speak to you. Bwana Yesu asifiwe sana. And the word given to me, I only deliver it. After delivering, God will start from there. Me is just to convey a message. Once I've conveyed the message, then from there, God picks up from there. Bwana Yesu asifiwe sana. Wagapi siku yao ni ya kwanza kukuwa katika hii nyumba? Your very first day to be in this house. Lift up your hand. Yes. Mameni tu kwa miguu yenu. And if there is somebody who can welcome you, yes, kama kuna mtu anaweza kukuwelcome, akuwelcome. Kama hakuna, nimekuwelcome. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua unaweza kuwa na watu ambao hawajui kuwelcome wageni. Mwambie karibu sana. Na wewe ambao umefaulu kuwelcome hiyo mtu, baada ya service, muangalie vizuri, muangalie sura. Baada ya service, umuweke unataka niwaone mkiwa wawili mkiongea. That is the best way to have a family church. This is a family church where we must love one another, work with one another. We have issues. My brother Wilfred, the church will stand with you. Wilfred lost her sister in Saudi Arabia. Yeah? Saudi Arabia. And they have to bring back the body. And also we have to do the burial. Not we as the church, but we will support him because he's our brother. And this is not a request. It is a must. Bwana asifiwe sana. It is not what? Hata sawa sikikuwa na shida ya first immediate member of the family. Na nimefuga mazishi kutoka leo. Wilfred wewe ya mwisho. Tusiongelee mambo ya mazishi. Yes, ukikufiwa ukuje, lakini tufuge hiyo roho ya mazishi, si ndio? Tufugue roho ya doa, roho ya kamweredho, nikashika mweredho. Hiyo ingine ya kwenda, ya kurashia, si ndio? Roho ya nini ingine? Ya kwenda kufungua nyumba. Roho ya graduation, housewarming. Kwanza nataka housewarming mingi sana, housewarming. Nani housewarming yake iko unaona in the spirit iko karibu. Unaona tu in the spirit I have a housewarming. Hallelujah. Wengine amuoni, you have to create it. You have to create a vision of the housewarming. Uone sasa tumeenda kwako is a 5-bedroom house. Watu wamejaa, magari zimejaa kwa compound. You have to build it. I told you these things life is spiritual. This thing that just don't happen. You have to create it. Kama ni nyumba, create this house. I have a house where I live. I created it when I was in prison. I was waiting to be hanged. But nikaona tu nikairunda kwenye vision. Wale wamekuja kwangu nitakutolea hiyo mchoro ni wakati nilichora nikiwa prison. Venye nilichora, that is how it came to happen. Na wakati nilianza kutumana pesa, na sikuwa na pesa, nilikuwa na ngoja kunyogwa. Kwa sababu hukumu ilikuwa imetolewa ninyogwe. Hanging by, ya wanasemanga, I sentence you to death by hanging. Kuna watu wa prosecute hapa, muji yadhari sana. I sentence you to death by hanging. Sasa it must be hanging. You cannot be shot. Na ukikufa na ugonjwa kabla unyokwe, bado kifugo yako inabaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bado kifugo yako inafanya nini? Inabaki. Until today Kimathi ako jela. Lakini alikufa. If you die before the hanging act happens, you are still in jail. So kifugo itaendelea. It's most likely hawata kupatia mwili. Lakini kama ni hanging, unawekwa kwa mashini, unasimama hivi, ni kimabati hapa na mabati hapa.
Tena machine hii mabati itaenda hivi bili iaguke hivi na slide ndani uende. Na unatayarishwa 1 full month. Wanakuambia ile kitu unataka. Hata ukitaka mwanamke unaletewa ujera. Chakula, ukitaka pombe, anything that you want for that whole month. Na father na mapasta wanaitwa na masheki wanaitwa, wanakuja wanakupaka vizuri venye utaenda. Wanakuambia huko kugini unaenda ni kuzuri sana, lakini wao wanawachwa. Bwana Yesu asifiwe sana. So when God gave me this vision of this house, I created it. Yet I was waiting for the hangman, but I created it. And God proved to me that I'm not going to die, because God aliniambia sitakufa. Lakini kumbuka nilikuwa nimefanya apili zote zimekataa, mpaka ingine inaitangwa presidential pardon ilikuwa imekataa. A president can set you free. Yote zilikuwa zimekataa. But still God spoke to me, akaniambia nitakujengea nyumba. So mimi nika-interpret ni kule bikuni kuna nyumba mzuri. Alafu nikaletewa dream venye nyumba iko, nikaichora. So I created it. Nikaitengeneza hapa kwa kichwa na nikaiuda in the spirit. Sasa sikuwa na pesa, maana nilikuwa sasa I'm waiting for the next to be past tense. Sema past tense. But God knew this man is not past tense. This man is present, continuous. Kwa walimu naongea na walimu sasa. Is present, continuous, tense. And he gave me the vision. Then I asked God, in my own foolishness, because it was not in the Christianity, because no Christian had taught me, in my own foolishness, then I asked myself, where am I going to get the money for this job? And God told me, I'm going to put in you something that will make you happy as you get out of this place. So I thought, before I get out, going down, I'll be smiling going down. Little did I know God's plans are different from our plans. God has always a very different agenda from what you think. You may think that you are a teacher, tomorrow you come to find you are an engineer. You may think that you are living this life, tomorrow you find, I never thought I would ever preach. This is an amazing thing. Normally naamka asubuhi, kama leo nimeamka asubuhi nimechelewa kwa sababu jana tulichoka. Wapigieni makofi wale watu tulisaidiana nao kazi jana. You did an amazing job. It was amazing job. From the night, juzi usiku, packing. I've never seen this church working as a family. It was my first time. Nikajua roho ya chuki na roho ya wale watu wanaitwa nini? Wanaitwa kamati ya roho chafu. Kama ile kamati ya roho chafu imeanguka. Si mliona hivyo? Imeanguka. Kamati imeanguka. Pigeni makofi kwa Yesu kwa maana kamati imeanguka. Kamati ya roho chafu. I saw a family working together. I saw a family doing everything from Friday night. Tukakesha, tukapack chakula for about 1,000 packages. Then from there tukakuja hapa tukaanza kuabudu Mungu. Asubuhi tulitoka hapa saa 12, nikaenda nikaoga, nikarara kidogo, nikaoga, tena kukuja tena nakuta watu wameng'edia tu hapa. Nikauliza mutina thiko huruka, wakaniambia tugigethia atia na wira timurego. Mpaka nikasikia shame on me. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mimi niliwaacha nikaenda nikasikia shame on me. Lakini nikawaambia, nikajikasa tu, nikawaambia hata sikuwa nimeenda bali, nilikuwa hapa kwa gari. Nilikuwa na waangalia tu, nikaona wamefurahi. Bwana Yesu asifiwe sana. It was wonderful. May God bless you, Pastor Karanja, and your wife Kemani. Ulikuwa bani mainukire. Alikuwa. Kako maketi ate. Nona mudhuri komaka. Akina Agnes, akina Carol, Anne, my sister here, all of you that participated in one way or the other one, God bless you. Bwana Yesu asifiwe sana. So I was on this dream that you have to build what you want to be. You don't become if you have no vision. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why I normally impart a vision. The vision that I have, I want to impart it to you so that you can become successful. You can be able to move forward. Without having the vision imparted to you, my vision, then we will be having a church that has two diversities or
different diversities of people. I must be able to train you, to teach you. You run my character, you walk according to my character, so that I can be able to release the Spirit of God that is in me to you. Moses, when he was instructed, aliambiwa ya kwamba get people who will be able to assist you the vision. Yes, the people are there, and if they are not imparted with the Spirit, then they will not be able to help you. You can have 1 million people, but they're not helping you. You can have 1 billion people, but they're not helping you. You can have even the whole country behind you, but it's not helping you because the impartation of the Spirit is not yet. So there is a gap. They are not understanding you. And that is why I normally teach you. That's why sometimes you find me, I'm hands-on. Because this is me. I was spoken to. Ni mimi nilizungumuziwa. Na wakati nilizungumuziwa, nilipatiwa instruction, nikapatiwa mafundisho, na nikapatiwa this is what the church will be running and how these things will be done. So when I come and I'm standing before you, I'm trying to impart something. When Moses was told to pick 72, he picked all of them. But he was told again to wait until that time. And when the time came, Moses was told to release his spirit to the people. To those people. Akaachilia. Roho wa Mungu uliokuwa ndani ya Musa ukatoka kwake, ukaachilia, wakagawiwa kipande kipande kulingana na uwezo. Bwana Yesu asifiwe sana. So for you to become my child, I must be able to release. Lazima ukuwe una uwezo wa kutap na kujua. Hata ukiona ninakuangalia hivi, automatically unajua kile kitu nataka. Hata ukiona nimeanza kwenda hivi, unajua huyo mjamaa kuna kitu anataka, na hiyo kitu you can be easily able to interpret and you see it. So that sometimes it takes long. Somebody was telling me that the impartation of such kind of spirit, it takes 30 years. The apostolic power of an authority, it mostly takes 30 years. But for me, it has just taken 1 year. 1 year. So I want something rapid growth with you. I want you, as you, I'm seated here, you know, you can tell you, mnajua topic gani tunaongea leo? Mnafaa kuniambia, depending on your story nimewapatia leo. Because every time I start with a story to prepare you for the next topic. Because I want you to know that you are not alone, mister. How are you? How is Mombasa? Yeah? Thank you. God bless you. It is well. Because God is about to start distributing jobs to real children of the house. Hallelujah. God is about, and there are very new people who come here 1 week. They came here last week, and they will be part of the cake. And there are people who have been here with me for 1 year, and they will be witnesses of the cake. Hallelujah. Did you get me? How did you get me? How did you get me? That there are some people who just came last week, and they'll be the partakers of the cake. And there are people I've been with for 1 year, they will just witness it as it's being partaken. Is it partaked or partaken? Partaken for teachers. Hi teachers, walimu. Walimu inua mkono juu. Teachers, hebu si walimu simama. If you are a teacher simama. Hata nimekumbuka kitu. Wewe ulienda wapi? Kuna discipline master. Tutafutia discipline master kwa hii kanisa. Huyu anataka discipline. I'm on a lighter note. So teachers, we want to start a college. Manielewa? We want to start what? A college. Because we have children here. We have, Muslims succeed because they have a school, madrasa. From the day the child is born, they are trained the doctrines of Muslim. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is only given to the vision, the people who have that quality. The people who have that agenda. Then they have a calling in themselves. That is why Solomon, people say he was the wisest man. Hallelujah. He was what? The wisest. Sikujasema ukae mwalimu. Hiyo ndio nao na watoto wako wamekuwa nini sana. Nasema hivi, lakini mwalimu, ushaikutana na mwalimu wako wa nasari? Na wangapi ovulate wamekutana na mwalimu wa nasari? Ule alikufundisha nasari? Mimi nilikutana naye na nilistuka penye nilikuwa nikistuka. Kumbe walimu ni very dangerous in our life. Nilimuona karibu nikiwa hivi msee. Nilimuona karibu nijifiche.
Na alipokuja nilisimama mara moja nikamwambia nani mama mzee akukogeshagi na maisha yake haikwenda mzuri, lakini ni wakati nilifika nyumbani nilisimama attention venye alikuwa anatuambia tusimame. Alafu alikuwa anatuambia tusimame na tujike hivi. I hope usiwaambiagi watoto tunakaa hivi. Anatufundisha kama tumemea nini. Sasa mimi nilijikuta karibu niguse masikio wakati nilimuona. So in this church, as part of the ministry, we are planning, mukae chini, the teachers, mukae chini. Solomon was a wise man. It's not because he was wise. He knew how to utilize. He knew what? He picked clans as per to their talents, their gifts. He picked people according to their giftings. So kama walikuwa watu mercenaries, watu wa kujenga, alipick, there was a clan that did that. Kama ni watu wa kuchimba mawe, there was a clan that was that, and then he gave them opportunity and he gave them a platform to be able to exercise. That is why Solomon became the best. But if I become a one-man guitar here, I will die with my one-man guitar. That's sometimes nikikupatia responsibility, I'm not giving you a responsibility ndio uanze kupiga watu magumi ama kuonyeshana wewe ni strong, uanze kuambia watu you don't need to go, usiende kuona apostle, you have to come through me, alafu ndio uende ukaone apostle. Acha hiyo ni ujinga. Tunataka kusuppress kila mtu. Kuna mjamaa mwingine hapa ameterrorize watu hapa baka akajiterrorize akaenda yeye mwenyewe. So thank you teachers. I want to mukae chini munipatie formula. We need a college. Either sana we need a college. Si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Because we need that vision. We need to employ. We need to get these young people here. We give them employment. We need to impart something to them and build something. Church is a fellowship to come and discuss issues. Hallelujah. It is a fellowship to come and do what? Discuss issues. It is not a fellowship where we come and become idle, we become dunderheads, we become people who does not understand, we don't have tomorrow, we don't have a future. I want you tomorrow we be competing. Who is dressing the best Italian? Itapatia, hiyo ingine, jina imepotea. Nyata mjui. Nani ametembea ngabo kidogo umetembea. Inaitwa nini? Designer. Designer Musa. Italian designer. Yaani nakuta competition hapa ni nani amevaa the best designer cloth. And a designer is not picked from Gekopa. A designer is picked from a shop. Not with the 10K. Unaenda unanuajiria 50,000 unanunua guo moja. One. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mama anashindwa kai 50,000 guo. Yes. Unaenda unasema guo kama 5, unasema hii na hii na hii na hii. Na ulipi cash, unalipa na check. Meaning when you pay in a duka with a check, you are trusted. How will you be trusted? Because you have it. Trust inakujaga na hisi. Si takai kuareria tamakamwali wa ile ito Hapana, you go and command your position. Bwana Yesu asifiwe sana. That's the kind of a church I want. The kind of people. That competition ni hapa ni nani who is driving the latest car in the shop. The latest. Yani inakuwa pale kwa parking ni display ya magari. Who is driving the best? At competition tunakutana watu 20 tuko airport tukisindikisha watoto wetu wakienda kusoma ngapo. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the kind of a church I'm looking at. Hiyo ndio nataka. Si ati tunangangana kunani tunaulizana ne public school weleko etarari hiyo pesa nyingi. No, we must come out of that. Hiyo kanisa hapo zamani iliisha. I was listening to our fathers pale Nyayo Stadium as they were prophesying, and they could hear the prophecies that were coming from these people, and I tapped nikasema that is my prophecy. Bwana Yesu asifiwe sana. Because they say this Kenya is going to change. This Kenya, the church will change. The church will start again. The church will flourish. The church will stand again. And I am one of the nashika hiyo. So I was telling you about the dream.
about how to do it. If you want a suit like this one, don't go pray nichokesha nikupatie. No, build your own suit. Uiweke hapa. Everything we construct it in the spirit first before it manifests. Kama ni bwana ni bibi unataka, uta bibi ule unataka, umutengeneze in the spirit. Then once ukiona umemcapture in the spirit, ataapia. Lazima akuje. Kama ni biashara, duka, supermarket, uitengeneze in the spirit. Uiunde. As you are praying, ukifunga macho unaiumba, unaitivuruta, unatengeneza supermarket, unaweka cowboy, unaweka sukari, unaweka mumias, unaweka what zote zinajaa. While as you are praying, you capture. Then once ukiona umeicapture, give a sacrifice immediately. It will come to pass. Kila kitu ambacho unaona manifestation kina manifest saizi, it manifests in the spirit first. Ili answer. You are down for you uko nayo sahi. Kwanza jana, it started long time ago. Ni venye haukujua, because you are dead in the spirit. That is why you are not able to know. Hiyo shida unaona mzee wako amekufukuza, haukufukuzwa leo. Ati alikuja tu amekasirika, akaanza kufanya hivi, akaja hapana, alikufukuzaka kitambo. It happened in the spirit. It is only waits for that time, perfect timing ya manifestation. The physical is manifestation. So build that house that you want. Buy that car that you want. Own that business that you want. Right now, this church, I owned it 3 years ago, about 5 years ago. No, it's about 3 years ago. And I used to take some people kwa kahoteli kingine kanaitwa Bristol. Na waonyesha, this is how I want the church to be. Na tukaanza na wapeleka tu, wanafikiria wao walikuwa na, kwa sababu kuna chakula tuzuri tumetengenezwa, kakuku kametengenezwa vizuri, wao unaona venye wanakula mpaka unashangaa. Na yeye ulikuwa mmwambia angalia dirisha venye zimekaa, angalia kitambaa venye imekaa, angalia yeye na ni gwa mwandu wa Ngai. Ni gwa mwandu wa Ngai. When God does what? Bwana Yesu asifiwe sana. I want us to look at the book of 2 Chronicles. The book of 2 Chronicles. Our chapter is chapter number 13. When God is in control, when God controls. That's our main topic today. My brother from Germany, how are you? Are you now a Christian, or still you are thinking about the other thing? Now you are Christian? Can you come and say hi to people? Huyu jamaa alikuwa amefidiwa mambo ingine. Sasa lazima utoe uweke mambo ingine. Unaona sasa? Hiyo ndio kubadilisha mtu. Na unatembea na mtu, unakaa, kwa sababu kule wanajua hakuna Mungu. Na si makosa yake. Kule wanajua hakuna nini? Hakuna Mungu. Na kuuliza, unamwambia Mungu, na kumbe amefundishwa Mungu ndio shetani na shetani ndio Mungu. Huko Ulaya watu ukiona vile tunapeleka, ombea watoto wako kama mimi naombeaga wangu sana. My children living abroad. Yes, can you say, just greet them in German. Speak in German. Yes. Hallo, ich bin Marcel, es freut mich hier zu sein. Danke, dass ich hier mit offenen Armen begrüßt worden bin. Und hier, ich habe ein kleines Geschenk. Pesa ya Kijerumani. Sasa naangalia. Nyinyi kaeni tu hapo na vipenge na visugu yenu na Kikuyu yenu. Angalia ni mbele. Kumwambia tu ongea Kijerumani, pesa inaaguka. Endelea tu na mbele. Go on. Es freut mich hier zu sein. Ich habe hier viel gelernt und nette Gespräche gehabt mit dir und ja. Danke. Detugo. Dina bere. Go on. Und es freut mich hier zu sein. Ich sehe schöne Gesichter und der Pastor macht immer sehr gute Gespräche und ja, es freut mich. Yes, good, thank you. Pigeni makofi. Nimesema venye amesema ama nimevuruka? Hebu tuambie ndewe. Tuambie, najua utakaki kuona na kamera.
Very true. Everything. Interpretation yangu. Yes. Amesema amefurahi, amelana lot kutoka kwako na pia watu wanakaa vizuri na amefurahi. Thank you. Nipigieni makofi. Nyinyi karai hauna iko kiani. Kaeni hapa nyinyi wa Kikuyu na Waluya na Wajaruo tu. Kaeni tu hapo na Uluya yako na Ukikuyu yako mingi. Anaongea Kijerumani, mimi naongea Kikuyu na tunasikilizana. Na unaona kwa sababu ya kukubali kuongea hiyo, pesa ya Kijerumani inaanza kuingia. Watoto wasimame. Why tuko na watoto hapa? Simameni watoto. We need to appreciate. Come. Kuja watoto wote. Come mama. Kujeni watoto wote kujeni hapa. We need to appreciate na mwanza kuombea watoto wakue wengi, and we need to have teens. If you have a teen, mlete tu, tuko na walimu wazuri. Tutakuwa na programs. Na mkiletewa mateens, mnyinyi mapasta, msianze kuambia teens, Bwana Yesu asifiwe. Bwana anasema usipobadilika utakufa. Wewe watakuacha hapo kama unajisugumusia. First of all, they don't want to know you are Jesus. Mupeleke kulia, nataka umutoe huko mrudishe kwa Jesus. Usimwanzie na Jesus, atakuacha kwa mataa. Atakuacha. Kwa sababu yeye anafikiria hizi na anafikiria kuweka mvuto imehangi na huko nyuma. So mvurudishe kwanza, mvurute umulete kwanza. Ndio mupelekane. Oka. Kaka tudubura kaka. Neko kaka. Kaka kaka. Ni okire nako. Niki. Dukana katigeriki. Usho ni mujeshi. Sasa habari zenu. Prince, Groove, Kai, Eden, Listen, Talia, Ivan, Boniface, Angel, Princess, Jewel, Sally. Thank you. Father, we bless you because of these children. Naomba neema juu yao wanapokwenda kwenye class wakafundishwe, ukawainue kwenye viwango vya kulingana na mapenzi yako, ukawabariki. Ninawafunika kwa damu ya Yesu Kristo kutokana na laana za wazazi, laana za kidunia, laana za kimaeneo, hata laana za kishetani. Ukawaokoe, ukawalinde. In Jesus' name we pray. Now I want you to do this. Look at me. Niangalieni. Do you see that door? There are some good biscuits for you there. Can we go? Yeah, there. Ambia wazazi bye. Bye. Mambia see you. Ambia mom see you. See you. Yes. Thank you. Wapigieni makofi. They are our angels. When God controls, I want to take a very few minutes from you, and then we will be having the other class in the evening. And I'm happy for you for the class. Wonderful. And just to clarify, because niliona elder alichanganya kidogo, alisema saa 3, mara akasema saa 11. Mtu anataka kuniona saa 11 asubuhi mpaka saa 5 asubuhi, saa 5:30 hapo ndio niingie service ya saa 7. Kutoka hapo no seeing me. Hallelujah. And this one will be every day including on Sunday. Sunday ni kutoka saa 11 mpaka saa 3:30 ndio tunaingia kwa service. But any other day you are free to come. You don't need an appointment, just come. Ukifika jiandikishe pale. We need also your number, we need your email, we need your your number, your email. Na it's good so that we can be sending you messages, and through email, through your number, we want to be communicating with you. We want to also, nimekuombea, nataka nikujue unaendelea aje. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukikuja this one najua mtai broadcast vizuri. Ukikuja kwa ofisi yangu usikuje mkono mtupu. Nitakuzungumzia, lakini sitakuzungumzia na maneno mazuri, yani sitaachilia. Nyumba ya Gai, nyumba ya Mungu haigiagwi. Usiende kwa nabii yoyote, hata kwa muganga, usiende mkono mtupu. Ukienda kwa muganga atakwambia wangwana wamekukataa. Si wangwana wamekukataa, ni hauna kakitu. Learn to tap
the anointing. Learn to tap the blessing. I will release my blessing to you, but you have to do something. This is not me. It is the principle of the kingdom of heaven. Usikuje mikono mtupu. Manielewa? So if you are coming to my office na unajua hauna, don't come. Mama kite. So try as much as possible, because that is a principle, not me. It's a principle. Yes, you can come, but jaribu sana mkuwe na mazoea. When you're coming to me, just hata kafefte unabia mtumishi wa Mungu edo kakunywa kasoda. It builds something powerful in you. So when God controls, I'm going to look at the story of two people, Abijah and Jeroboam. In the book of 2 Chronicles, chapter number 13. We'll be doing the entire chapter, but I'll be kirukaruka. Now also I'll be looking at many other things, because I want you to understand, when God controls, when God takes over, you are powerless. When God is in control of your life, you are powerless. And I want to tell you, when you'll be listening to my story, as I begin a story, it leads you to where I'm going. So my story builds you to the scripture. And our scripture today is 2 Chronicles chapter number 13. It's about Jeroboam and Abijah. And these two people were from the same community, one from Judah and another one was from Israel. And one depended on God and another one never depended on God. The one who depended on God, God was there to give them a hand of help and a hand of victory. When God controls you and when God takes supremacy in your life becomes, you don't become yourself anymore, and everything from you is grabbed. Kila kitu kutoka kwako inachukuliwa. Unakuta unajaribu mafikira zako, unajaribu kuapply your own knowledge, haifanyi. Na sometimes unaonaga kanisa hii nimekuasa watu wengine sana. Kuna watu wengi nimekukwasa, ama kwa watu wengine mlikuwa mmepanga hivi, nimekuja nimebadilisha kwa sababu kuna kile Mungu ameniambia, because I'm no longer myself. Sio mimi. Mimi nakuanga tu vessel ya kuzungumza na kukwambia. Nikikupatia position nikwambia kutoka leo wewe ndio utakuwa chairman wetu. Si mimi. Kwa hivyo wewe ambao ulikuwa chairman, ukisikia imetangazwa, wewe tuvumilia tu, ugojea another position. Because maybe in that position Mungu alikuwa amekuweka for training purposes. Bwana Yesu asifiwe sana. Some of you are just seated here for training purposes, because God wants to use you in a big way. God wants to use you in different ministries. God wants to use you in different dimensions. So that is why you were sent here. Not because I am a good speaker. Not because mimi ni mtu ambaye nimeokoka sana. Nakwambiaga mimi sijaokoka sana. Nimeokoka only 3%. Kwa hivyo I am not good. I don't qualify. Ukilinganishwa wewe na mimi, wewe uko mbele yangu. Lakini Mungu amekuambia tu nenda ukisikilize. Hata ni kama ni kimutu hakijaokoka vizuri, kisikilize, kiko na ripoti nimemweka ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is the most important. Hiyo ndio kile kitu ya muhimu sana katika binadamu. Kukaa katika mapenzi ya Mungu. When God takes over control over everything that you do. Remember, God can use two dimensions of things. God can be good to you and God can be bad to you. Bwana Yesu asifiwe. And in both situations, they all lift up the name of God. They all are there to make sure that God is glorified. I took an example of Job, and I took an example of a person like David. And Job was a man that was really after God. He trusted in God. He believed in God. He never did anything that was not good. There is no statement in the book of Job that says Job alifanya uovu. Wakati wote aliteswa mpaka familia wakamuuliza, "Wae unafuatafuata huyu Mungu na uone venye amekufanya madharau. Angalia venye amekumalizia nyumba. Angalia venye amekutesa." Lakini huyu jamaa alikaa akasema, hata Mungu kama angenikataa, bado mimi sitamkataa. I will still walk with God. Bwana Yesu asifiwe sana. And if you go the other side, you find somebody called David. David, who is so much loved by God, mpaka Mungu mwenyewe anakonfess anasema, "This is a man after my heart." But look at the tabia ya David. Kisha kimusherati. If they were prostitutes ambao tunaweza kuitishwa dunia hii, the best one ni Daudi. Kwa sababu mpaka anaua kwa sababu ya mama. Bwana Yesu asifiwe sana. So if you look at those two circumstances, you find God sometimes is crazy.
Na wale kadule tulijamaa tulikuwa katuno hii tunasemanga the gods must be crazy. Did focus nikataka kujua why did they see, what made them to see that God can be crazy? Because life is crazy. Life is so complicated. Life is so difficult and unusual to everything. God will use every circumstance to glorify himself, to lift up his name. Because when you look at the life of Job, Job did everything good. Job was so genuine to God. Job lived according to the plans of God. Hakuna siku moja Job amefanya kitu ambayo inaweza kumkosea Mungu. He was so faithful. He prayed to God. He walked according to the will of God. He did according to the will of God. But remember, one day aliamuka akaambiwa mbuzi zimekufa. One day akaamka akaambiwa ng'ombe zimekufa. One day, the same day, kila kitu yake ikaenda. Na alikuwa mcha Mungu. He believed in God. He walked with God. Everything to him was holy. And when you look at the other side of this gentleman called David, this is a man that was crazy. He was picked from the bush. Alikuja Samueli akazaliwa. Maana kuzaliwa kwa Samueli hakukuwa normal. Kuzaliwa kwa Samueli, reason for the birth of Samuel was David. There are people who come to this world because of one occasion. Only one occasion. And when the occasion comes to an end, they also come to an end. Samuel was brought to this world just because of the anointing he was carrying. And this is why Hannah the mother lived quite a long time praying to God because she wanted a baby and the baby was not coming. Hannah continued to pray. She prayed. She gave sacrifices and tithes and nothing was happening. There are people who are here committing church and doing everything possible. They are walking possibly. They are doing everything good, but nothing's happening. Hannah was a prayerful woman. Until Penina akaanza kumchekelea. Until Penina akaanza kumwambia wewe dhata ya gware. Madhani ya gosho. And nothing was working with Hannah. No direction, no move. No backwardness, no forward. They prayed. Hannah was asking God, give me a baby. Nipatie mtoto. Hannah every morning was asking for God to give me a baby. Every evening, give me a baby. Every night, give me a baby. She continued to pray. Every single day she was praying. Whatever she was working, she was praying. Whatever she's living, she was praying. Nothing was on it. Alikuwa naomba tu. Hana aliomba, akaomba. Kila mahali alikuwa akaomba. Mpaka watu wakamchekelea. Maana walishindwa. Huyu Mungu wa Hana ako wapi? Huyu Mungu ambaye Hana anashinda akimuomba. Unatuambia kuhusu Mungu mwenye hapatikani. Unatuambia Mungu ambaye haonekani. Unatuambia Mungu mwenye hakusaidii. Where is your God? They asked the children of Israel, where is your God? You've been telling us about God. I remember one day Gideon aliuliza malaika, huyu Mungu ambaye tunaambiwa alikuwa na Musa, huyu Mungu alikuwa na baba zetu, huyu Mungu alikuwa anakitembea, huyu Mungu alitupatia uwezo mkubwa, kwani alienda wapi? There is a time in your life you reach mpaka unashindwa, where is this God? I've been to church. I don't miss church services. I have been tither. I have a sacrificer. I've done everything. I've prayed for my business. I've prayed for my children. I've prayed for everything, but nothing is working. There's a time unajiuliza hiyo maswali. Where is this God? Watoto wamekuwa vipagara shagara. Nobody, watoto wote wamekuwa walevi. Yet you are an intercessor in church. Yet you are a person committed. Wewe ni mchungaji. Wewe ni nabii katika kanisa. Lakini watoto wako wote ni bangi na usherati. Yani inene kesi unakusikia ukikuwa kwa simu. Kale ka message, when the message imeshika kabisa nasema, yes Lord, sema pastor prophesy. Oh prophesy. Unaona ka message. Ping ping. Hadi unananga tunawabiaga simu. Kwa sababu unaweza kupatiwa message mzuri lakini uko disappointed. Sasa hiyo ndio unapatiwa kijana yako, polisi wamejaa kwa compound yako. Are you aware? Unaona kama are you aware polisi wamejaa kwa compound yako? Unauliza ni nini? Hatujui, lakini fununu ile iko wanatafuta madawa ya kulevya. Na sasa hiyo umekuwa hapa, wewe ndio ulikuwa unasema, "Oh Bwana anasema, kanisa litainuliwa, wachungaji mtainuliwa, watoto wetu waombe. Bwana anasema watoto watabarikiwa." Ukimaliza tu watoto watabarikiwa. Twing twing.
Kameze kanaigia. Unasikia compound yako askari wamejaa, wanatafuta madawa ya kulevya. Kumbe wewe ambaye tunabii, kumbe wewe mtoto yako ni drug peddler. Now from here, unakubuka katoroni venye umelala kwa katoroni. Venye umelala kukula bila kula chakula. Venye Mungu amekuonyesha mambo ya kanisa mzima. Baka wewe ndio Mungu anaonyeshaga yule alilala jana akifanya usherati. Yule jana alikuwa anafanya mambo baya. Wewe ndio unaonyeshwa. Kanisa yote inakutabua. Wewe ni wale kagereria domereri. Ya wale watu wanafanya usherati, wale ambao wanaongea uongo, wale hawatoi tithe. Wewe lakini yako kwa nyumba yako Mungu anakataa kukuonyesha. So you go asking, where and how does this God operate? Ako wapi? Because this is wrong. For God to put me to shame. Alafu wana make sure makamera zote za Citizen, za NTV na mabloga wote wako kwa compound. Maana kijana yako anajulikana mtaa mzima kama the drug peddler, ama mtu wa kuuza madawa ya kulevya. Na mama yake anajulikana kama mkubwa wa intercessory. Sasa nataka uniambie, where is that God? And why does that God behave the way he behaves? That you can see the whole church. Ati omonaka ukona ginya mara mamutumia ule mara ekogu, ginya ule mara ekogu, ginya ukona ginya alalete bocho. Lakini kwako watoto ni waizi, watoto ni washerati, watoto ni wanini, na mzee wako hivyo ni wako, lakini no, hauoni. Bwana Yesu asifiwe sana. It's sometimes a painful deal. It sometimes disconnects you, for you fail to understand how does this God work. And this is the strangest part. You are committed in church. You are working strongly in church. We are committed in everything. Ukifika nyumbani, kufika tu hivi, na umetoka mawabi, nakuta museki mekaa hapo. Taka wewe. Saidi umetoka usharati yako. Niko maraya. Unasikia kisafuria kimekokwa toa kinakuwa kukiapa. Na ile unabii imetolewa kutoka kwa maombi. Venye Mungu anaenda kukuinua. Venye Mungu anaenda kufanya mambo mazuri. Venye Mungu anaenda kubadilisha maisha yako. The only maisha amebadilisha ni kisafuria kinawekwa teke na maji ya maharagwe ile uliwacha inakuangukia hapa. Unashindwa sasa, where is my God? But when God controls, you lose the control of yourself. You no longer become yourself. You no longer walk yourself. You walk as per the plan of God. And the plan of God is to remove all the impurities in your life. The plan of God is to lift you, to change you, to make you walk according to the plan, according to the wishes. You will be determined doing many things, but God is not on that line that you are doing. Why does God appear like he's not working with us? Why does God appear like he's not with us? Why does God appear like he is not in our direction? God appears that way because maybe you have taken a direction that he is not in. He wants you to be in a different outfit, but you are wearing a different outfit. That does not mean that you don't belong to God. It's only that you are not doing what he wants you to do. You are not in the business he wants you to be. You are not in the marriage that he wants you to be, because you can be in a marriage that he doesn't want you to be. But I'm not telling you to go and divorce. Msiaza sasa kwenda nada ugete nilijua tu. Ino negoma ya mudu ino niligoko tiko. Goko dikejero abuye. Chocho wangu alikufa akiwa na 110 years wakiugada kejo abuye. Anoe jitu natoke mudhika. Bwana Yesu asifiwe sana. In the verse number 13 of chapter number 13, but Jeroboam caused an ambush to go around behind them, so they were in front of Judah. And the ambush was behind them. And when Judah looked around, to their surprise, the battle line was at both front and rear. Both front and rear. And they cried out to the Lord, and the priests sounded the trumpets. Then the men of Judah gave a shout, and as the men of Judah shouted, it happened that God struck Jeroboam, all Israel, before Abijah and Judah. Abijah had a huge army, and they had planned well.
They were well organized. They had a good agenda about this battle. Your life is surrounded by people who are willing to destroy you. Your life has people that have planned well ahead of you, and they want to bring you down. And they are sure they are going to bring you down. When we have a church like this one, enemies will go and plan. Enemies will go and arrange and put a warfare against you. When you start up a business, there are enemies against your business. There are enemies against your family. There are enemies against what you are doing. And they will rise up and make sure you don't control anything. They plan better than you. Whoever that has a plan and a plan ahead of you is better planned than you, because you don't know. Akipanga kufanya kitu, anapanga bila wewe kujua. Kwa hivyo wewe ni mjinga kwa hiyo kitu. Na wakati wa kufanya move utakutwa foot what? You will be caught unawares. Meaning the people who planned against you, they are smarter than you. They are well organized than you. They are well planned than you. So at the end of the day, they will hit you hard. At the end of the day, they will win against you. This was a case of Abijah and Jeroboam. And when the people of Judah were just seated, they didn't know that there was a plan of more than 400,000 people organized against them. As they woke up in the morning, waliamuka wakakuta they are surrounded. Nyuma na mbele wamezungukwa na maadui. Lakini wakiwa kwenye kuzungukwa na maadui, wakaangalia wakaona hatuwezi kushinda. Sasa tunaenda kumalizwa, maana tumezungukwa, and we are not prepared. We are not organized. We didn't know this was to come. I want to tell somebody, you might not know that this was to come, but one thing I want to tell you, God is with you. God is in control. It doesn't matter what they have said about you. It doesn't matter kule wanasema watakufikisha, lakini Mungu yuko pamoja na wewe. Atakupigania, atashinda vita zako, atawashinda, atawasambaratisha, atawina. He's going to win every battle in front of you. They had planned and they boxed these guys, both front and rear. You have been boxed by the life, the situation you are in. Your wife has boxed you. Your husband has boxed you. People in church have boxed you. People in business have put you in a box. But one thing I want to encourage you tonight is that irrespective of what they have done, irrespective of the plan they have, irrespective of the agenda, God is working with you. As they were preparing to attack, they called upon the name of God. And God, they called God. They lift up their mouth, wakapuliza matrumpet. As they walipuliza matrumpet, Mungu akashuka, wakapatia nguvu, wakashinda hawa watu waliokuwa wamepanga vizuri kuwaliko. It is not about how good they are. It is not about how smart they are. It is about your relationship with God. For God to take control over what you are doing, it is about how do you relate with God? How do you listen with God? How do you walk with God? Is God your friend? Is God walking with you? These people, in an earlier verse, the Bible says that they forever kept giving in verse number 10 of the Bible. But as for us, the Lord is our God, and we have not forsaken him. And the priests who minister to the Lord are the sons of Aaron, and the Levites to attend to their duties. And they burn to the Lord every morning and every evening burnt sacrifices and the sweet incense. They also set their showbread in order on the pure gold table, and the lampstand and gold with its lamps to burn every evening. For we keep the command of the Lord our God, but you have forsaken him. They kept the command. They walked in the command of God. The relationship with God was a constant relationship. Every evening they did a sacrifice. Every evening they burned a sacrifice. Every evening they are walking with God. And that is what will win you a battle. That is one that is going to invite God to take control over your life. It is not a one-off. It is not Sunday service that will help God to come into your life. It is not only service, one monthly service. It is not one sacrifice that you give. It is a constant thing. The constant.
Become constant with God. Every time be giving your sacrifices. Every time be connecting. Have a relationship with God. Walk always with God. Stand always with God. Stand where God wants you to be. Do where God wants. Don't plan that nitakuwa nikitoa mwisho wa mwezi, hapana. Do it every time. This will build a relationship. This will build a relationship with God. Everywhere you be going, God will be walking with you. Whatever you be doing, God will be walking with you, because He is constantly with you and you are constantly with God. That relationship, the one-off relationship, that is what we must stop now. The one-off, that the only time you have with God is Sunday. The only time you have with God, it is when you are doing a service to God. No, a service to God is every single time. Every single time. Praise be the name of God. And that is what has kept the men and women of God to succeed in life. That is what has kept men and women of God to become victors, to win battles, to conquer. The realization of your need is praying and praying and praying. Once for you to realize your need, it is not one off. It is you continuously praying. And as you continuously pray, God will appear in you. And God will have your presence. God's presence will be with you. The need for you to realize the need of God in you. It is self-discipline to continuously pray. You do a prayer every day. You do 3 times with prayers. You do 4 times, 7 times, 10 times. Every day you are in prayers. That you build a permanent relationship with God. And when you build a permanent relationship with God, no demon fashioned against you will prosper. No authority against you will prosper. No enemy against you will prosper. That you will always be able, because it will not be you, but God, your friend. Abraham became the friend of God, and God protected him all through. Enoch was a friend of God, and he walked with God. And those people that walked with God like Enoch, that they were a friend of God, that God protected them in times of disasters, in times of attacks, in times of excavation, the times of problems and challenges that happened to them. Enoch never saw the grave because he was a friend of God. He kept a constant move with God. Don't have only the relations, because I can see and I've seen the relationship you have with your God is Apostle Dora Waruinge. That is all what you have. That's why you sit there, you wait for me to come and pray for you. I have taught you the word, I pray for you here, but still you want to have a one-on-one. It is because you don't have belief. It is because you don't understand what you are doing here. Bwana Yesu asifiwe sana. You have to have a self-realization. And self-realization is understanding God. And having God as your friend. And having God as your mentor. Having God as your provider. Having God as your warrior. Having God as a defender. Bwana Yesu asifiwe sana. But when you have man of God as your defender, as a warrior, when you have man of God as somebody who is going to lead the battles for you, when this man of God fails, you are also going to fail. The Bible says those people who cast their faith and their hope on man, they are what? They are cast. Depend on God, and God will fight. And the only way you can depend on God is living godly, walking godly, and doing godly. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the only success story you can have in your mouth. Don't rely on man. Don't rely on your pastor. Don't rely on your evangelist. Don't rely on your apostle. Rely only on God. The apostle is just but a vessel to convey a message from heaven. And also the Bible says, whenever a message comes, have your time to look at the same message and see whether it is a message from God. Not all messages comes from God. Depend, have a relationship. These people, the Bible says, every single morning, every single day, every single minute, they were giving sacrifices. They were offering sacrifices because they wanted a continuous relationship. For you to succeed in business, for you to succeed in church, for you to succeed in your marriage, for you to succeed in whatever that you are doing, in your business, in your ministry, everything for you to succeed, success will be maintained by the sacrifices and the prayers that you do to God every single hour. Yo moja te anajikide kwa kodre kwa geditima. I could feel that is for that moment.
What about tomorrow? That is for that moment. Once you depend on this man to become your electricity, to become your magnet, then when this magnet fades, you also fade. That is the reason when Christians now are suffering. That's why most Christians are not able to do business. That's why most Christians are not able to do ministry. We are not able to do anything. We are just stagnated, hanging somewhere. We don't know what to do next because our prophet is no longer there. Our prophet has left, has gone to America. Our prophet has gone to Australia. Our prophet has gone to Canada. And that is the only man that was connecting us to God. And that is the greatest failure we have. We have failed because we don't want to relate with God. We want to relate with this man. If you can allow God to control your life, if you can allow God to take position, he will be positioning you according to need. Bwana Yesu asifiwe sana. He will position you according to need. And this need must come from him, not from you. This need must come from not from your pastor. This need must not come from your evangelist. The need should come from God. God creates a need for you to open up a new supermarket. God creates a need for you to have a position where you're working. God creates a need for you to be elevated. God wants to elevate you from the position you are to the next position. So he will create a need for your mind to be broadened. He will create you a need for you to go to the bank and get a loan. He will create a need for you to travel to the US where you are going to meet your mentor, where you are going to meet your destiny connector. He will plan for you to go to Australia where you are going to meet somebody who is going to be a destiny connector. He will plan you to come here so that I can be your destiny connector. He'll plan you to be somewhere so that you can meet that destiny connector to connect you to the next move of your life. A need is created. And this need will only be created if you have positioned yourself into the places where needs can be manufactured. If you are not ready the need to be brought to you, then you will end up suffering. You will end up looking at men and women as though the people who are going to help you, as though the people that are there to make you succeed. People will never make you succeed. People will only lead you to the connection where you are supposed to go. I only need you, or you need me because of that destiny connection. Once you are connected to your destiny, then the move of God starts. God will only come into you if you are connected to that destiny. Until the time you are connected, then you are going to be stagnated wherever you are because you are not connected. Power cannot come to this house if the wires are not connected. So you must position yourself for the connection. The day you will be connected with your destiny connector, that is when all things pertaining to the connection to your destiny will start now flowing. Because there is a conduit, there is a pipe, there is a wire carrying them. But until Kemani, you will forever be seated there, not in the position of need, then you will forever die where in your position. Refuse to die in your position. Refuse to die in the position you are seated now. Rise up to the occasion. You came to my life because I'm carrying something for you. You came to my life because I have some connection. I need to connect to you so that you can move to the next level. And if you are still with me and still again you are not connected, you are still waiting for something to happen, then you are in the wrong place. By 3 months, you must showcase something different has happened in your life. 3 months to the maximum. If you are still begging, then you are in the wrong place. Just take a walk and go. I wouldn't want to have a full church filled by many people who are stagnated and they have not been connected. I am here as a connector. You too, you are here as a connector to me. If I'm not benefiting from you, then you are worthless in my life. You don't deserve to work with me because there is nothing you are helping me with. If you cannot come and give me a word of counsel, a word of advice, if you cannot come and tell me what you are doing now is not for this time, it is for tomorrow, if you cannot advise me to do something, then you are not worthy to work with me. That is why a man and a woman was created. A woman was not created to become a slave, but to become a helper. Just to connect this man to where? You see, the first thing the woman connected, she misconnected this man to the wrong side because she is a connector.
It's only the plug was plugged somewhere wrong. Bwana Yesu asifiwe sana. Had she plugged it in the right direction, then things would have worked. So the reason of you coming to church is not just coming to fellowship. Sio kuja unasema ati kulikuwa na upako, anointing ilikuwa inashuka. Yes, anointing is there. I know I have the anointing. I was born. Before I was born, I was known, and the reservation of my anointing was kept, was given. You should not come here because of the anointing only I have. You should come here because there is something I'm carrying for you. You should come here only because there is a word I'm speaking to you. And don't act because people want you to act. Don't do anything because people want you to do. Do it because it is in the need of God. It is within the need of God. God has created a need for that. Bwana Yesu asifiwe sana. I will never myself push myself to make you happy. As I told you earlier. I will only do these things because God has instructed me. Even if you give me $1 billion to be with it, I will keep it until God gives you the next direction. Do it. Na kama hiyo ndio itafanya tukae pamoja, tukae kama ndugu na madada, tupendane, ati hiyo ndio spiritual father yangu. Kama hiyo ndio itafanya, go away. And I will not give you your money. Nimekwambia sijaokoka sana. Bwana Yesu asifiwe sana. You see these people, the Bible, in the line number 12, now look, God himself is with us as our head, and his priests with the sounding trumpets to sound the alarm against you. O children of Israel, do not fight against the Lord God of your fathers, for you shall not prosper. You cannot fight a person that is with God. You will never prosper. They cautioned these people. Don't fight with us. We are with God. Don't fight, don't dare. Don't try to fight me. God will fight you. Hallelujah. That's what he told them. We are with God. Don't fight. Don't try. This God will destroy you. This is God of your fathers. Atawachapa. Atawaangamiza. And that's why you do not touch the anointed. Because the anointed is with God that time. And when you dare touch the anointing will fight you. It is not the person fights you. It is the anointing upon this man. And this anointing belongs to God. So God will come to protect his anointing. That is why people have tried to kill you. They will not be able to kill you. That's why people have tried to destroy you. They will not be able to destroy you. That's why people have tried to bring your business down. They will not be able, because the anointing upon the business is from God. Hallelujah. So don't worry about the position. Just position yourself to the need of God. Put yourself a need. Make yourself a need of God. So that God can pack it to become useful for his people, for the glory, for edification of the Lord's name. You can only prosper, the Bible says. If you fight men of God, you can never prosper. You will never. You will die poor. You will succumb. Because we are with God. See, we are with the Levites. We are with the men and women of God. And we are carrying trumpets. Oh, the trumpet is your mouth to continue shouting the name of the Lord. To continue proclaiming the word of God. That is the trumpet you have. Do not worry of the situation you are in now. Do not worry of them that they are fighting you. Do not worry of them that are standing with you. As long as you become a trumpet of God, God will make you fight them. God will make you defeat them. God will make you win the battle that seems like it cannot be won. My brothers and sisters, let God have the control of what you do. Listen to the word of God and act the word of God. Listen to the will of God and act the will of God. Let God become a vessel. Let God become an agent of success in your life. When he becomes the agent of success in your life, no weapon fashioned against you that will prosper. They will raise a finger against you only to discover those with them are lesser than those with you. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Do not sit down and have the self-belief. God sometimes does things in a funny way. Job was seriously malnutrited by many things that happened in his life.
It was so disappointing. It was so discouraging. It was so disappointing and discouraging. For a man that believes in God, the man that believed and walked in the plan of God, but only to be subjected in humility. Kumbe, this humility that we are subjected to is another process of producing us. It is another process of making us the thing that God wants us to be. Because God will look at the need. What is the need for today? What is the need of Kenya today? What's the need of your family today? What's the need of your business today? If the need of your business today is to humiliate you, to bring you down so that he can use you as an example of God's success, then he will do it. Hello? I can see you did not get me that. If you are humiliated, if you are being humiliated, or humiliation that God brings in your life will make people of God to come to him, then he will use you, because the need as per the time is that he needs a prophet that will come and give a testimony that this happened to me and this is what now God has done into me. So allow God to walk, allow God to do things, allow God to be in your life, and allow God to perfect his will on you, for he wants to use you as a platform to edify his name. First of Job, which was a negative life, which turned out to be a positive life. That the Bible says in the last chapter of the book of Job, that the later days of Job became more glorious, more perfect, more beautiful than the before days. But look at David. David was walking with God, and he moved around with God. And God still continued to say, this is a man after what? So God was not looking at David's testimony for his name to be glorified. God was looking on a different thing. And when you go to Job, God was looking for a testimony from Job, so that the life of Job can be used to change people's life. We read about it. We read about one day his camels died. The same one day cows died. The same one day goats died. The same one day all his children died. The same one day everything goes. The same one day from morning kufika jioni saa 11, Job was zero. But still God was God. And that statement of Job, it is making us read the Bible. That statement of Job is in the Bible. That statement of Job is empowering you, is making you that God still loves you, irrespective of the challenges you're going through, irrespective of the forces that are against you, irrespective of the rejection you are facing, irrespective of whatever life that you are in, still God is in the throne. Amekalia kwenye kiti. Do not worry about what the challenge you have. Do not be afraid of them that are coming against you. Elijah told Gehazi that those that we are with us are more than those are with against us. But this gentleman asked Elijah, where are they? I can't see anybody. We are only two. We are only two here. And a few soldiers we have here. Where are those that you are seeing? Elijah had to pray and ask God to open this gentleman's eyes. And this man's eyes were opened. And it was marvelous. Today I prophesy. Pray, I prophesy and call upon the name of God. May your eyes be open to see the glory of God. May your eyes be open to see where you are going. May your eyes be open to see what God has planned for you. May your eyes be open so that you can see how God has good plan for you. That he has good plan not to destroy you, but to make you better. He has good plan to glorify himself through you. He has good plan to make you successful. He has got good plan to make you win every battle. He has got good plan to win every convention against your life. The situation you are going through is not from the devil. Yes, you may look at it and see the devil in it, but in every bad situation there is God in it. God is empowering you. God will use that negative side of you to magnify you. There are so many people sometimes who will not listen to me because I'm from a Mungiki leader. But I'm telling you that story, Mungiki, you didn't nakuda sasa. Hallelujah.
Every person want to hear what is that Mungeke is listening. People are listening to me all over the world. They want to hear this man, what is he saying now? Yes. My negative situation of being single and lonely. Oh, God has done it to make people come to want to listen to me because they also want to complete the singleness. Hallelujah. Shaledi Bwana sifiwe sana. I can see you. Bwana Yesu asifiwe sana. The situation you are in, it is not meant to destroy you. It is meant to edify the name of God. It is meant to glorify God. It is meant to lift up the name of God. Don't worry what they are saying about you. The other time I heard you that they said your child was suffering because you spoke against somebody. Yes, God led you to speak against somebody because God can come and change the same mouth and say, indeed there is God in this man. Hallelujah. Indeed there's God in this country. Whatever thing that you see happening in your life, it is well planned. It is the plan of God. The rejection you are seeing, they are rejecting you. They are rejecting you because it is not yet planned for God for you to be elevated. It is not that they are planning, they have a rejected plan for you that you are rejected completely. No, you are being rejected because you try to move a little bit faster than the plan of God. So sometimes all this rejection, they are not meant to destroy you. They are only meant to you be rejected for some time, to hold you for some time, because hallelujah. You did it faster than you are supposed to do. So God sent somebody to come and reject you. Then you will go dejected and say, yes, you are not supposed to be in this church. You are supposed to be somewhere drinking changa until your time comes. Yes. Me, when I started the ministry with the Dawn, it was about 2007. Crusade ya kwanza Dawn tulifanya lini? Ile ya huko Jacaranda. Around 2006-2007 there. Tukaanza. Lakini sasa tukianza crusade, tunamaliza crusade, tunahubiri, watu wanaokoka, tunaingia kwa baa kukamata Viceroy. Tunakamata, tunalewa, unaona fanya nini mtouch. The touch was still there. I was touching people, they were going down. I was touching people, they were getting healed. But it was not yet time for me. So what God did, He removed me from the pulpit, and I was led in and subjected into positions of regrets. And the world turned against me. We went to Embu and did a very nice crusade, only to lose all the equipment I had. The pastors there conspired and sold every equipment I had, and I was shut down. I got so disappointed. Nilikunywa pombe mpaka nikasikia kweli pombe na kunywa, because I hated Christian. And from that day I started working against Christian again. Kumbe I was being put aside, being held a bit, because I was moving beyond the capacity, beyond the empowered spirit, beyond the positions that have been created, because you must move in the will and in the plan of God. If you go faster than the plan of God, you will be stopped a bit. So whatever that is happening in your life is that you have been stopped a bit. Ulikibia sana. Bwana Yesu asifiwe sana. So allow God to come into your life. Allow that time of God. When the timing of God and the season of God and the position of God, when it is ready, everything will be found in place. Everything will be working. Kila mtu takuta ana support, anasema kigoke unege ama hida man. Because you will be talking what you are speaking last year, the same language. And today, they hear like it is some good melodies. The same man who rejected you yesterday, today we will come and he will be singing something he'll never. Yani anakulia kai kokoro wa mdaka ate. Hey. Anagalia macho yako anasema kana niwe na maidha mega, the blonde eyes. Mtu mwenye alikwambia unakaa na macho kama ya nyani. The same man will come and tell you you got nice eyes. Hallelujah. Because the time for you to be with this person was not yet ready. Hallelujah. So do not be worried because they have rejected you. Just go back to God and tell God, at the appropriate time, at the appointed time, I'm ready to serve. Hallelujah. You can, if women rejected you, don't be dejected. Rudi tu nyumba wambie Mungu, at the appropriate time, I know the beautiful one are not yet born. At the appropriate time, I'm ready, my Lord. Hallelujah. Tell your neighbor, at the appropriate time, God will take control. When God controls, it is beyond you. When God controls,
It is beyond your imagination, even your beliefs. You can't understand yourself. David, while he was in the bush, he was anointed, but he went back to go and be with what? Goats and sheep. He was anointed. Today, Pastor, if you are anointed today, you will be in the pulpit immediately the following day. Na utaanza kuambia mliona nilimwagiliwa mafuta. Sasa kwa hivyo, nataka mchage tununue viti. Sasa hiyo una walk in anointing style. The style of anointed man. And then you bend your body is as though some machines have been put into you. Mnajua tulifanya ordination. And I can hear the Spirit of God telling me that we buy chairs. I can hear the Spirit of God who say that we are going to open a big church and that we are going to be a big church. Then you talk a lot of big things. Only to go and rent a house for the church. Immediately, 5 days you buy chairs. You buy a good sound because you have money. You buy everything and every equipment is there. Only for the next month, waizi wanakuja wanafagia kila kitu kwa hiyo kanisa yako. The neighbors wanaanza kucomplain kanisa hiyo ina make noise, wanakuletea neema. Then immediately unasikia hata vyombo vingine hivyo ambavyo ulikuwa umeletewa zilikuwa za wizi. Na ni pastor alikuuzia. Unasemekana hata wizi ukifanyika mtu alikufa. Then zinapatikana ziko kwako. Ama hiyo simu unapata. Mtu alikuja tu akasema, pastor nimeona hauna simu, shika hii simu. Kumbe mwenye alinunua hiyo simu, alinunua simu bila kujua, ilikuwa imenyang'anywa mtu na mtu alikufa. Then polisi wana trace wanakupata uko nayo. Unakuwa committee material. Yeti ulimwagiliwa mafuta. Mungu anakuambia nenda Kamete ni kutrain vizuri. Unafikishwa Kamete unafukwa miaka 7 kwa sababu ya huruma. Mtu anointed, mtu alinunua viti, mtu alinunua kila kitu kizuri. Maana anointing imeteremuka. When we are anointed, we are sent back to the field to go and stay in the field until you are prepared. You must go through the preparation time. And the longest preparation and the best preparation time, my pastor, is 15 years. It is 15 years. Not less than 15 years. Unarudishwa kwa kichaka. Daudi alimwagiliwa mafuta. Akarudishwa kwa kichaka for 15 years. Musa started after 15 years. All the men and women of God that have succeeded, they were thrown back, and it takes 15 years for them to go back for the appointment. You will be anointed. Kumwagiliwa mafuta sio kuwekwa kwa ofisi. Kumwagiliwa mafuta ni kutengwa. I consecrated. You are just consecrated, put aside for the purposes of God, but not in the purpose of God. It is for the purposes of God. Until 15 years or somewhere there, that is when God will handpick you and now set you for the appointment. You are anointed first, then after 15 years, you will be appointed for the service. That is when you will buy the instrument. Na utaona mazao. That is when you will have 5 people or 10 people who will come and sit and listen and follow you. Hallelujah. Tell your neighbor, you have to be grounded. And when God starts and initiates the process, it is a very tough process. It's a very painful process. It is a very painful. You will go to several churches and they will be sending you away. They will call you devil worshipper. They will call you a thief. And every time you are in that church, somebody will come and steal. And you will not see them. And you will be alone in that church. Somebody will come and steal a camera. Na wewe tu ndio ulionekana kwa hiyo kanisa. Ule aliiba hakuonekana. And the blame will be you. Because there is some tests. When David was sent back to aende akachunge makondoo. Kumbuka hapo ndio alikuwa analala kwa makondoo. Hapo ndio alikuwa ananyeshewa. Mpaka wakati the need, God created the need for him for the appointment. What was the need? Saul became sick. The need has to be created. You got a need, that's why you are here. Saul became sick.
And the only thing that happened is that somebody who sings well must be called to come and do some music so that this man will be healed. And they searched and they did a Google search and they only found it's only one man. And this man is the same man who was rejected at initiation. The same man, when God and Samuel came and asked Jesse, where do you have, how many children I have? He said, these are the children I have. And then akaulizwa, ako wapi mwingine? Kuna mwingine akasema, kuna kengine. Bwana Yesu asifiwe sana. You come from the point of kuna kengine. You come from the point of rejection. A point of unwanted. Because you are not supposed to be wanted by people. You are only supposed to be wanted by God, because you be carrying the need of these people. Because if they want you, then there will be no need of them to you. But when it is only God who needs you, they will come to ask you. They will come to ask you, what is this that you did that made God be pleased with you? There must be a need of God. So when David came, it's a need that was created. It is a need. So our relationship with God, it is need based. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Najua mmekasirika lakini msijali tu, mtafurahi. Jipigieni makofi. Tell your neighbor, do not be in a hurry. Wait for that moment. It is coming. You may think things are. You may think that the world has come to an end. My brother, you may think the world has come to an end. It has not yet come to an end. You never used to sit down in a church and be contented, because sometimes you are happy and you are in business and you are doing everything. So sometimes God will humble you down. Will bring you down. Alice. Sometimes God will humble you down so that he can build the material that you want. He can build the body he wants. He can build the spirit he wants. He wants to build you to become a vessel for usage. He wants to make you a strong person. He wants to send you to Garissa to go and face the Al-Shabaabs. He wants to send you to Sudan and face those people who crucified Jesus. You know, this is the Sudanese who crucified Jesus. If you don't know. Because I tend to think how those people, how they hate humanity. They hate other people. And it's the same Sudanese who held the children of Israel captive for the longest. It's not the Egyptian that you think. The biggest pyramids and the many number of pyramids, they are not in Egypt. They are in Sudan. Hallelujah. And that is where we have the main pyramids, where the children of Israel were subjected to humility. To dehumanization. They were killed there. They were destroyed there. Herod, I'm told, he was a Sudanese. Or was he? Yeah. It looks like he was a Sudanese. Of the character. These people, they hate each other. These people, you go to Sudan, they look at you and they just shoot you for happiness. Not because you have taken anything, just for happiness. They just want to be happy. Anakushika tu nakagalia na tu unaruka juu anacheka mpaka anaanguka chini. Hallelujah. But I'm not vilifying anybody. I'm just making a story. No, mmekuwa serious sana, so I wanted you to be. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Inua mkono wako kama umefurahishwa na siku ya leo. Asante, tusimame kwa miguu yetu. Na ushike sadaka yako kwa mkono. Na fungu za 10 pia. Ningependa kama uko na fungu za 10, you can move forward. Those with their tithes, just move forward. I want to pray with you. And for the others ambao bado muko na tithes and offering, just rise up. The offerings, rise up so that we can pray together. Praise and worship him. Praise him. Na mkileta umangamu mjue tu hizi ni za kanisa. Unaambiwa weka hapo. Can you come over? Kujeni hapa. Position yourself there. Uko. I want you there.
Yeah? Okay. Line yourself vizuri. Line up vizuri. In the arrangement of tall, short, tall, tallest. Yeah, short, tall, taller, tallest. Oh. Ni soprano. Na alto. Na bass. Oh, that's the reason. I'm sorry. But as you produce your sound and the other produces the voice. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, re, bo, so, ta. Wewe ni wa bass ama wewe ni wa soprano? Mbona umetuvalia hivi? Siweke vizuri. Vizuri. Venye nitaigia ndege mwezi wa 9. Nikutane na warembo kama nyinyi kwa ndege. Haleluya. Haleluya. Mungu anasema milango ya kusafiri imefunguliwa. That is why elder ametupandia. There will be so much reorganization in the church. So if you were caught within the reorganization, don't worry. Pangwa na upagike. Bwana Yesu asifiwe sana. Because I want to raise a team of pastors that will do the job of God marvelously. I want to raise this team. Nataka nikuwe na hawa mia ngapi? 400. Tunafuga barabara ya Moi Avenue one Sunday. And we praise God hapo. Barabara magari zote zisimame, Mungu wetu ainuliwe. Hatutatawaro na hizi maroho mnasema. No. That is why he was not looking for, sometimes you wonder why I call myself commander. God was not looking for a pastor. He has been with pastors for quite a long time. He is looking for a commander like Moses. Moses was not a pastor. Hallelujah. So I want to prepare and make many more commanders. People who will unleash terror on demonic activities in this country. And we say no. Tukisema no, it is no. Tukisema kuabudu kwa shetani, tuende pale Nyerere Road. Unamana pale Nyerere Road? Pale wanaabudu shetani? Kule nilikuwa nimeenda nikiwa Mogeke. Sasa nataka tuende tukiwa Wakristo. Sitatoroka sasa. Nitasema hizo manini. Maskeleton zikikuja nasema fire! Lakini ziliniambia fire nikapotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Inua sadaka yako juu. Na wale wako na fungu za 10 muingie hapa kwenye zuria. Wale wako na fungu za 10 ingia kwenye zuria kabisa. Fungu za 10 peke yake. Only 10%. The tithe. Hizo peke yake ndizo nataka. Sasa hawa ndio watoto wangu. Hawa ndio nani? Because mtoto ndio utoa nani? Yes, ndio. Ama is it biblical? Who are the tithers? The people that I feed. Can you tithe in somebody's church? You tithe in the church where you are fed the word of God. Who feeds you the word of God? Not a pastor. Your daddy in the spirit. Your spiritual father is the one that you eat from. That is why I call this now are my children. You are my neighbor. No, I'm training. I'm just teaching. Ngoja kidogo tu tumewasikia na msituuzie vitisho. Na nyinyi kofia zenu zile kama zile za polisi mnaziona? Zile za captain. Mununuliwe. Na yule mtu wa kulead, you don't wear like them. Yeah, unakaa tofauti kidogo. Sasa tutakutofautishaje? Yes. Lakini sasa usianze kutulingia. Bwana asifiwe sana. Tithers, people who tithe, they tithe because they are spiritual children. These are people now, they can easily tap the anointing I have.
Mnielewa? Watoto wa kiroho wamekubali kuwa subjected. Hata wao ni naona wananiangalia vibaya hawa. Wacha nikae mahali wananiona. Simaanishi nyinyi si watoto. Lakini hawa ndio wamelete leo. Kesho ni wewe utalete. Nataka nasisitiza umuhimu wa kutoa fungu la 10. Fungu la 10 ni sawa na kujiandikisha kama mtoto wa nyumba. Kwa hivyo baraka ambazo zinaachiliwa na baba, baraka zozote zinaachiliwa na baba kwa watoto utazipata, because wewe ni mtoto wa nyumba. You are a tither in the house. Lakini kama wewe you are not tithing, you cannot be able to genuinely have the tapping of the anointing in the house. Hauwezi ukakula chakula vizuri, chakula cha kiroho, maana wewe bado haujajiunganisha. Kutoa fungu la 10 ni kujiunganisha na nyumba, kujiunganisha na mafuta, kujiunganisha na kuhani ambayo anakuongoza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na when unajiunganisha na kuhani ambaye anakuongoza, ukisoma kitabu ni 2 Chronicles chapter number 20, mheshimu nabii anayekuongoza, na wewe utafanya nini? Utapanuka and you will prosper. So the release ambao naachilia hapa, hii ni kazi ya mikono. Tithe ni kazi ya mikono, ni mazao ya ile kazi umefanya. So I'm speaking to your business, not you. When you give your tithe, I'm speaking to your business. When you are giving your sacrifice, ama hiyo nyingine inaitwaje, offering, I'm speaking to you. You and your business, you are two different people. You can be highly anointed na biashara yako iko na ugabili na sukari kilo 1 na mikebe 5 ingine haina, na ingine zote ni date expired. Lakini anointing, kiweta kinakuja nasema I rebuke you na mighty name of Jesus Christ, unaona mtu anaamka naenda. Tithe is a principle of the kingdom of heaven. Offering is a principle. Sacrifices are principles, and they speak directly to particular regions. Tithe speaks to the work of your hands. The tithe speaks to what? To the hands, not even to your head, not even to your thinking. Kwa sababu kuna watu wako na pesa na wewe umesoma uko na degree 10 na unapata kimutu kilifika class 7 ndio kimekuajiri. Sasa unashindwa hapo maneno iliendaje? Mungu alifanyaje? Tithe ni kazi ya mikono yako, na ndio tunatoa tithe. Ndio kazi ambayo unaifanya ibarikiwe. Kitabu kinasema Biblia kwamba hebu nijaribuni na nini? Na fungu zenu za 10. Muone kama sitawafungulia milango na madirisha. Fungu za 10 zinafungulisha milango ya baraka na madirisha ya baraka. Fungu za 10 si offering. First offering inaleta relationship yako na Mungu. Nayo sacrifice ni silaha ya kupigana. That's the difference. An offering is relationship, because ni wewe unakaa chini na bibi yako, ama wewe mwenyewe unasema round hii ningetaka kutoa shilingi 10,000 kanisani. Round hii mimi na mke wangu tumekubali tutakuwa tukifanya, this is what we'll be doing to this church. That is an offering. A sacrifice is not between a family member. It is personal. Do you get me? Sacrifice is not between you and your husband. It's not between you and your wife. A sacrifice is a command from heaven. It is not between you and your pastor. It is a command. And Abraham was commanded by God, take your son. Gideon was told by God, go to your father's kiugo, take 2 cows. Bwana Yesu asifiwe sana. Then he offered his son on the cross. It was no negotiation. A sacrifice has no negotiation. That this is what I'm going to give. Hapana, tuendepeleke hivi. Hapana, tufanye hivi. Hapana, tuende hivi. No. And your pastor has no role in your sacrifice. It is God's instruction. Take this key of your car. Go give it to church. No negotiation. Take this 100,000. Take it to church. Take
2 spoons, hata kijiko atakwambia, because it is a test. Sacrifice is a test from God. And chapter 22 of Genesis, let me do it very fast. It's good for you to understand so that muache kutuletea sarakasi. Nyinyi mmezoea kuendaga kwa nabii. Now it came to chapter number 22 of Genesis. Now it came to pass after these things. Now it came to pass after what? These things. Which are things? Your past life. That God tested Abraham. Hallelujah. That God did what? Abraham. And he told Abraham, and he said, here I am. And he said, take now your son, your only son, to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Of which? In one, take him to the mountain. But in the mountain there is mountains. Take him to one of the mountains where I will command you. So it is not your theology. It's not your theology here. Theology weka kando, weka kwa mfuko, ama ufukie kwa bahasha na usili. It is about the command from heaven. It is God who will speak to you directly. Sacrifice. Take this. He can even tell you, go enda kwa kuku, chukua mayai 5, peleka kanisani. Period. Na sasa hiyo uko na 10 million kwa account. It doesn't need your amount. He is testing. Sacrifice is a test from God. But an offering, it is your heart. It is the love you have for the work of God. The love you have for this church. You will want to buy a screen. Unaenda mnakia na mama na mzee, mnasema tununulie hii kanisa screen. It is an agreement between. Tunaona kuna maua hapa kanisani, mnasema raundi hii sisi mimi na mke wangu ndio tutakuwa tukinunua maua. Hiyo ndio inaitwa offering. A love, inaitwa love offering. There was different types of offering. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Tuko pamoja? So tithe, that is why it said it is compulsory. For God to open your doors, your windows, you have to. Because for you to earn, for you to live, you must work. And I'm discouraging this church. I don't want to see an idler in this church. It doesn't matter who you are. An idler in this church, I work. Ile ni kazi yangu ile. Nafanya furniture, nashona nguo, nafanya biashara, nauza mashamba. I work. Ukiniona nimechomoka hivi nimeenda kuuza. Bwana Yesu asifiwe sana. And whatever tithe nafanya, ndio nafanya vitu nafanya nayo hapa. I use my tithe to do the work of God. Na hiyo ingine napelekea baba yangu ya kiroho. Hiyo ingine na discuss na mimi na vitoto vyangu, kwa sababu sina mke. Ningekuwa na mke ningekuwa na discuss na mke. Naita watoto wangu naambia nimepata milioni 10. Sasa what can I do? Wananiambia dadi fanya hivi, tufanye, let's support the work of God, this and this. I discuss with my children. There are many, but I bring them on board. Na wale hawako tuko na WhatsApp group tuna discuss. Na wao pia wameanza wanalipo mshahara. Na waambia tithe is a must. Where do you go to church? Kuna wengine wakuji hapa. Na waambia where do you take where you go to church, don't bring it to me. Because that is where you are fed. You give your tithe where you are fed. Where you get a fatherly teaching, a fatherly food. Bwana Yesu asifiwe sana. And if you discover you are not able to tithe, you are sick in the head. You are completely sick. If you find you are not able. Because sometimes you find I'm not able. Na niko nazo lakini nashindwa, hata nasahau. Unajua unaweza kuja nazo na unasahau, unarudi nazo. Because you are sick. Inua mikono yenu juu, inua tithe zenu, zinue tu juu. Nyesha Mungu, muonyeshe Mungu ndio hii nimebeba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninapokea fungu hizi za 10. Kama vile ulivyotuagiza, tuheshimu na tukae na manabii wetu, ndio kazi yetu ikabarikiwe na tukaweze kupanuka. This is a tithe that has been brought in this church, and I am the spiritual father to these children as the position you have positioned in me. Father, I receive it. Father, I command blessings. I command success.
I command blessing, and I destroy every altar against their businesses. I destroy every altar speaking against these families. I destroy every command of the devil over their businesses. I destroy every network arranged and every plans against whatever they do, against anything, against their work, the hands of their hands. Father, bless them, guide them, open up their doors and open up their windows. For it is in Jesus' name I do pray. Amen. Amen. You know where you take your tithe? Wekelea tu hapa. Wekelea ya juu. Hapo tu hiyo. Yes. Now for those, stand up with your offerings. Bring your offerings. Wekelea tu, leteni hapa. Nitawaombea tu, msijali. We will pray. Inua tu your offering juu. Lift up it. Inue tu juu tuweze kuomba pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante. Angalia hawa watoto wako, wamekutolea dhabihu ambayo wanatumania italete mahusiano mazuri kati yako na wewe na wao. Uweze kubariki kazi yao, uweze kubariki nyumba zao, na sababu na kusudi ya wao kutoa ukaweze kuifikisha katika malengo yake. Wao, naomba msamaha wa dhambi zao, naomba kuwafungulia njia zao, naomba ukawawezeshe katika njia mbalimbali, na utukufu wako ukajidhihirishe. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba nikijua ya kwamba utabariki chochote ambacho wamekitoa. In Jesus name, somebody say amen. Bring it here. Wekelea tu kwa madhabahu, mulete mpaka hapa. Leta tu, kuja tu hivyo, kujeni tu. Yeah, wekelea tu hapa. Weka chini, hapo chini ndio watafautisha. Hapo, yeah, good. Thank you. Hata kama hamuna pesa, imbieni tu. Najua hamuna. Watu wa madhabahu, watu wa vyombo hawatoagi. Basi toa. So the next service itaanza mida saa 10, saa 9:30 ndio tutaanza. Hapo ndio tunafanya deliverance. Bwana Yesu asifiwe sana. That is where I'll teach about deliverance, and that is the time I'll do deliverance. This one is the main service where if you want to leave, you can leave. But I want to welcome you for the next service because it's very important for you. And for those watching us, you can also give your tithes. You can also send your offering to us. We have an online number that is a pay bill number that is 247. And the account number is 239-555. The account number is 239-555. You can also send on the line that you're seeing, 0722-239-555. Send your line, send your message there, send your tithe there, and also let us know. Let us know why you have sent your money. Every money you send, let me know what is it for. If you don't tell me what is it for, I will refund your money. I don't kula pesa ambayo ni ya haramu. Every offering, every money you give to your spiritual leader, it must have a name. Bwana Yesu asifiwe sana. You just don't give. If it is you want for this particular thing, kuna kitu unataka iombewe, ipatie jina. Wacha kutuma pesa yako sababu sijui unatuma kwa nini. Itabidi nikurudishie ndio uniambie ni nini. Maana nitakula pesa yako na labda ni ukimwi ulikuwa umebeba, unataka uombewe. Labda ni kansa na huku ipatia nikule nipelekee watoto wangu. Pesa kama hiyo mimi sipelekangi kwangu. Na ndio hata ukikuja hata ukuta niko na 1,000,000 kwa mfuko. Na ni pesa nimepatiwa niombee mtu ako na kansa ama ako na ukimwi. Siwezi nikakupatia. I can't. Totally I can't. Because it was meant for a particular reason. Ati nikikaa kidogo shika hii, I'll be distributing cancer to you. Wale wanaibanga wanakuja wanaiba pesa za kanisa, you are stealing something that is very dangerous. Ama unaiba kitu kanisani, you don't do that. You don't know why people, mwenye alinunua ikiti alinunua kwa nini? Labda alinunua kwa sababu kwake kuna kansa. Sasa amekuja amechukua kansa kutoka kwake, ameidamp hapa because this is where the battleground is. Sasa kuja uibe hiyo kiti na imeandikwa in the spirit, imeandikwa cancer. What have you taken to your house? Yes. That's where people are dying. That's where businesses are dying. Kama ni Safira na Anania. Kama wangejua, hawangefanya venye walifanya. But they died because of this.
This is very dangerous. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiona unakuja unaniitisha kitu, niitishe nikiwa huko barabara. Don't get used kukula pesa ya mhubiri. Kwa sababu labda hiyo pesa nimepatiwa tu 10 minutes. Niombee mama yangu ako na kansa, shika. Na nimeiweka kwa mfuko. Alafu unakuja unaniambia dile na mabadi, dile na tikiti na kutolea kwa hiyo. I'm telling you nimekupatia kansa. Because these things are spiritual. This thing. You see this thing are spiritual. Ask the people in charge. Sigusangi. Karoka anaona gitara pesa hizi. Sigusangi. Kwa sababu unaweza kufanya mistake nipelekee watoto wangu. Sitasahau tu kwa mfuko. Nipelekee watoto wangu. Kasaka kidogo kidogo nasikia Kikuyu Hospital. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is how we should do. Who is this man? What do you want? You can't wait for deliverance? Come, just come. You can't wait for deliverance? In a hurry. Wapi usikipwa? Unasikia kizunguzungu? Na tukiongea Kijerumani? Acha Mungu akusaidie. In Jesus name. Hiyo kizungu iondoke. Hii ni ya nini? Ni ya hiyo kizunguzungu. Sasa angalia. Huyu ameleta kizunguzungu hapa. Ndio hii. Nimeibeba. Enda ukae chini. Kizunguzungu imeenda. Imeisha. Tutaongea. That's why I need you in the deliverance. Usiende. Ameniletea nini? Sasa acha nikutolee nikupatie. Nikupatie. Sasa umeona, hii ndio secret. Muelewe pesa za kanisa. Muelewe kabisa. Anything kiti ya kanisa. Wale wanakujaga wanakigia hapa, wanaiba kama microphone, wanafanya ka kitu hivi, odoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia watoto kama hawa msiwakubalishe tena wakuje kwenye madhabahu. Wanaweza kuja kwenye madhabahu when it is hot. Katoto katakufia pale. Don't allow. This is a no-go zone. Nimeambia yule mama sogea huko kwenye madhabahu, amesema nini? Sikanyagi. Kwanza anajielewa. Anafanya nini? Anajielewa. Hapa si mahali pa kurukaruka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa si mahali. Hata nitaweka fence. Niweke fence tu hapa. Hii hata mimi sinaonaga natokaga huko. Kuna wakati nafikaga huko nasikia nimechomeka miguu. Nasikia sauti inaniambia toa viatu. Hello? Yes. Good. My friend. Hello. How are you? Come. Naona sasa unavaa viatu. Kuja tu. Usitoe. Unasikiaje? Uko poa? Uko poa aje? Bado naendelea poa, siko baya sana. Uko baya sana. Uko baya vizuri. Niko poa sasa. Sasa miguu imeendelea aje? Wow. Sema amepona? I made sure this man, I'll track him down. Baka ni make sure this thing has gone. Now I want you to tell me, wende ukae chini na usikae na mama yako chini. We mudurumere utia utidoke gianyo kwa huko. Noigwa. Na usiende kwa sister yako kwenda kumsubua. Uende ukae kwa kona pamoja pale, ufikirie ni nini unaweza taka kufanya kama kazi. Nitakuwekea kazi. Sawa. Nanyita. Dikana kuone ukiumama miwanyudhuda. Wewe ni mwanaume sasa. Sasa umepona. Simeona amepona? Simona amepona? Pastor. Hi. Bwana sifiwe. Amen. So ufanye ukae chini uniambie ukienda tuikiate. The church will support you. Sawa? Sawa. Wangapi mnasema tutamsupport? Huyu ni mtoto wetu. Lazima tu support. Baka akae mzuri, akae mwanaume.
ndio aweze kusaidia na ajisaidie. Sawa? Thank you very much. God bless you. Kuna mtu mwingine nilikuwa na nitakumbuka baadaye. So, yes. After this, deliverance service. Anybody amebeba mchanga, amebeba sacrifice ya deliverance, wait as we finish. And now may the grace. Simameni. So, nenda ukunywe kikombe ya chai ama upate lunch. 3 exactly. Tukutane hapa. Bethel Clouds